through her. But most importantly, may you give her the right message for your people at this time. Thank you because you've done it, for we pray and believe in Jesus' name. Karibu. Asante sana Elder Brian kwa maombi. Kwa leo, kwa kipindi cha leo tunaangalia ulezi na majukumu ya watoto. Watoto ni mibaraka kutoka kwa Mungu, na kama uko na watoto ushukuru Mungu na uelewe ya kwamba huna watoto kwa sababu umetendea Mungu mambo fulani. Watoto ni mibaraka. Kwa hivyo wale wako na watoto na wenye hawana watoto haimaanishi ya kwamba wale wako na watoto ndio wako waaminifu zaidi. Kwa hivyo ningependa tuangalie hivyo na kusema a family without children is still a family. Hata kama uko kwa familia na mjajaliwa kuzaa watoto, bado ningependa kusema hiyo ni familia. Watu wasivunje ndoa, msivunje familia kwa sababu hamjafanikiwa kupata watoto. Watoto wanatoka kwa Mungu. Mungu ndio anatubariki na watoto, na kwa hivyo akitubariki tunamshukuru. Sasa kwa leo naongea na nyinyi nikielewa ya kwamba kuna wengi wetu tuko na watoto wako waaminifu na watoto wanatii Mungu na wanatusikiza, wanatutii. Lakini kuna wengine tuko na watoto tumejaribu kuwafunza vile tuwezavyo, lakini watoto wamechagua wakaenda pande zao. Na leo tutasaidiana kuelewa wewe kama mzazi, jukumu lako ni gani? Utafanya nini kama mtoto wako umemulea vilivyo lakini akawa mtoto mpotevu? Na ningependa tuende kitabu cha Luke chapter 15. Ningependa tusomewe kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 16. Luka mtakatifu 15 kuanzia verse 11 to verse 16. Tafadhali tusomee. Kwa Kiswahili inasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi za mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Asante sana. Huyo mtu alikuwa amebarikiwa na watoto wawili, kijana mkubwa firstborn na kijana mdogo secondborn. Huyo mdogo akaitisha babake ampatie sehemu yake, na hilo lilikuwa ni jambo la kuchukiza sana. Kwa sababu mzazi ukiwa hai na mtoto akuitishe upande wake wa sehemu yake, ni kama huyo mtoto anataka ufariki. Na kuna watoto wanangojea wazazi wafariki ndio wapate mali. Na hilo ni jambo la kuchukiza hata kwa Mungu. Tena huyu kijana ndiye alikuwa mdogo, na sasa anaruka mkubwa na anakuja kuitisha baba yake mali. Katika familia, mtoto wa kwanza firstborn huwa na majukumu fulani. Hata kwa Biblia mtoto firstborn alikuwa anapata inheritance mara mbili. More than mara mbili. Wale wengine wanapata sehemu moja, yeye anapata sehemu mbili. Kwa sababu mtoto wa kwanza ako na majukumu, na wale watoto wengine wanaangalia ule wa kwanza. Ndio maana wazazi wanakuwa saa zingine wakali sana
kama wewe ni mtoto wa kwanza, kwa sababu hata hao wazazi saa zingine hata hawajui kulea mtoto. Wanakuwa na wewe kama wa kwanza, ndio first experience, na kuna wengine wameketi hapa wananisikiza siku ya leo na wewe ni firstborn, na kweli wazazi wako wamekukwaza, wamekuumiza. Ningependa kukuambia pole sana on behalf of the parents, kwa sababu hata mimi niko na firstborn na nimeona yale makosa, yale maovu nimetendea mtoto wangu firstborn, kwa sababu nilikuwa namwangalia, sikuwa najua, kwa hivyo nilikuwa natenda makosa. Hata saa hii wakiangalia ule lastborn, wao wanamwambia uko na bahati sana, tuliteseka ndio wewe uko na maisha bora, kwa sababu kuna mambo walikuwa anafanya na mimi naona ni mbaya na ninakuwa mkali zaidi, lakini ule mdogo akifanya naojua tu ni mtoto, he is going to grow, ataweza kuwa mkubwa na ataelewa. Lakini firstborn mara mingi huwa na jukumu zaidi. Kuna wengine firstborns, pengine wewe ndio umeelimisha wenzako wale wadogo, umewaelimisha, hata saa zingine umechelewa kuoa ama kuolewa kwa sababu unalea hao firstborn. Kwa hivyo firstborn ako na baraka special, kuna special blessing kwa firstborn. Huyu secondborn, hilo jambo alifanya, nimesema ni jambo la kuchukiza. Anauliza babake na baba hajafariki na anataka apatiwe sehemu yake. Tena firstborn hajauliza, yeye anauliza apatiwe sehemu yake. Na huyu baba alikuwa baba Mkristo, alikuwa baba mcha Mungu, akampatia sehemu yake, na ule mtoto akaenda akaharibu hayo mali. Na Biblia inasema ya kwamba alishikana na mwenyeji wa ile nchi alienda, that far country alienda, akashikana na mwenyeji. He joined himself with a resident of that country. Wewe kama mtoto, kuna vile wazazi wako wamekulea, kuna yale maadili wazazi wako wamekufunza, lakini umeenda pale shule ukashikana na wenyeji, pengine umeenda kuishi town ukashikana na wengine na ukakiuka ile mipaka wazazi walikuwekea. Mimi ningependa kukuuliza, kama wewe ni mtoto na umeacha yale ulifunzwa na mzazi ukaenda kushikana na wenyeji wa hiyo nchi, nataka kukuambia uachane nayo kabisa, urudi kwa ile njia mzazi alikulea, kwa sababu usiporudi utatamani maganda ya nguruwe na hakuna mtu atakupatia. Kwa hivyo huyu mtoto akateseka, na baba hakumtafuta, na baba hakuenda kufuata ule mtoto wake. Baba alibaki nyumbani akamngojea. Kuna wazazi wengine, tuko na watoto, nao watoto wameingia pengine mambo ya kutumia madawa ya kulevya, kutumia pombe, na siku nenda siku rudi tunaenda kutafuta hao watoto. Huyu baba anatuonyesha mfano mzuri sana. Alikaa nyumbani na akangojea huyo mtoto. Na leo ningependa kukuambia wewe kama mtoto, takuambia mambo machache unaweza fanya mtoto wako akiwa amekuwa amechagua njia ya mwana mpotevu. Ni nini unatakana kufanya kama mzazi ndio ukue kaa ule baba alikuwa na hekima, akakaa nyumbani akangojea ule mtoto wake atembee, achoke na arudi. Wewe kama mzazi na mtoto wake amechagua upande huo, ningependa kukuambia ya kwamba si vizuri kuanza kujibizana tochaka kuomana no mwano kwa nyoranga gote na inemo konyakoramana. Wewe ni mzazi, uko na heshima zako. Kama mtoto amelewa na amekuja nyumbani na anatusi na anakutukana au nini, wewe usimjibu. Ingia kwa nyumba, mwambie mwanangu nakupenda, na yale maneno unanifanyia, yale mambo unafanya mimi siyapendi, na kwa hivyo siwezi kujibizana na wewe. By the time mzazi unaanza kuambia mtoto wewe ni babako, wewe ni mamako, na wazazi wengine wanapigana na watoto wake physically, yani wanapigana kinguvu. Ningependa kuambia wewe kama mzazi, wewe ni mfano wa Mungu kwa mtoto wako. Usijibizane na mtoto wako, usipigane na mtoto wako. Wewe kaa kando, acha yeye apige makelele pale, lakini wewe kama mzazi, na huyo ni mtoto mzima, yani namaanisha adult child, simaanishi ule mtoto mdogo, namaanisha hata adult child mwenye amechagua kuwa mtoto mpotevu. Wewe usiargue na huyo mtoto.
Kitu kingine tena ningependa kusema, kama mtoto wako anatumia pombe ama madawa ya kulevya, wewe kama mzazi usimununulie pombe, usimpatie pesa kwenda kununua pombe. Kuna wazazi especially wa mama wanaogopa. Mama anaenda analima, anaenda soko, anauza, anapata pesa, analeta, anapatia ule mtoto wake pesa anunue pombe. Na ukimuuliza ni kwa nini, anasema nisipompatia pesa anunue pombe hatutalala. Hapana kabisa. Wewe kama mzazi uwezi kupatia mtoto wako pesa ya kununua pombe. Na kama unajua anatumia pombe na anakudanganya, anahitaji pesa ya kununua kitu kingine, usimpatie hiyo pesa. Mara mingi kwa familia nyingi huwa mzee anataka kudiscipline mtoto mwenye anatumia pombe, lakini mama anapita kando, anapatia mtoto pesa. Kuna kijana mmoja alituambia hadithi yake. Alikuwa analewa, alipokuwa college na anapewa school fees, anakunywa yote. Alikuwa anapigia mamake. Mama anajua baba alimpatia school fees na amekunywa yote. Alikuwa university outside, nje ya Kenya. Akishatumia hiyo school fees, amekunywa yote, anapigia mama, anamwambia ile school fees daddy alinipatia sina, utanitumia? Mama tena anamtumia school fees. Kama baba amempatia pocket money na mama ameona anakunywa pombe, tena mama anamtumia. Na mama hawezi asemi ndio baba ajue, anafanya kisirisiri. Na huyo kijana saa hizi akisimulia hadithi yake, anasema kitu ilifanya aendelee kunywa pombe zaidi ni mama. Mama alikuwa anampatia pesa. Baba akimuita waongee na baba anakuwa mkali, mama anasimama katikati, anasema unataka kuua mtoto wangu? Unajua uchungu wa kuzaa? Na huyo mtoto ni mtoto wa miaka 24, si mtoto mdogo, ni kijana mkubwa. Kwa hivyo mara mingi wa mama, juu ya ule upendo tuko nao kwa watoto wetu, tunaharibu watoto. Kama mtoto wako anatumia pombe, anatumia madawa ya kulevya, usimpatie pesa, kwa sababu hiyo pesa atatumia na ataendelea kulewa. Jambo lingine, wewe kama mzazi ujue ya kwamba you are not the one to blame. Ama mochotalia yao omwana ya kwa morendre kwa moro kirie njirengi ya Nyasaye ero chorire njirengao. Huyu baba mtoto wake alipomuitisha sehemu yake, alimpatia sehemu yake, na mtoto akaenda na baba hakumfuata. Baba alikaa nyumbani, pengine akimwombea, akimongojea. Jambo lingine, ule mtoto wako muelezee kwa upole ile njia ameenda sio njia mzuri na upendi. Usipige makelele, usimtukane, mwambie mwanangu, mimi nakupenda na nimekulea vizuri, na ile njia umechagua mimi ningependa kukuambia kwamba hiyo nimekwambia sio njia mzuri. Kwa hivyo muongeleshe in a loving way. Isikue ni vita hata kama amechagua kuwa mwana mpotevu. Jambo lingine ningependa kusema ni ya kwamba usimshield, usimprotect. Sijui niseme aje. To basa komotetea onyo korama mocho. Tuseme for example kama akona bibi. Tuseme mtoto wako ni mtoto mvulana. Sasa ni mtu mzima ameoa. Anatumia pombe, anatumia madawa, imekuwa ngumu kuweka familia, na bibi anataka kuenda, usimrudishe. Wewe usikue ndio uko kipaumbele, unaenda kuleta bibi, unamwambia tafadhali nitakupatia kila kitu unahitaji. Sio wewe umemuoa, ni mtoto wako amemuoa. Kama anataka kuenda, wacha aende, kwa sababu inaitwa kuenebo. Ukiendelea kumtetea na kumfanyia yale majukumu yake, hawezi kujifunza. Ikiwa amelewa na akona kibarua, akona kazi na hajaenda kazini, amelala, usipige simu ama usiende kazini kusema, kudanganya pengine ako mgonjwa, amekuja late, sijui simu yake ikapotea. Hapana. Yeye mwenyewe apambane na hali yake. Na utaniuliza si atapoteza kazi? Ndiyo, pengine anatakana apoteze kazi ndio ajue ya kwamba yale makosa anafanya, kila tendo anafanya iko na consequences, iko na mshahara. Kuna mzazi mwingine mahali fulani alikuwa na kijana wake second born, ako na mkubwa, huyo mwingine alikuwa ni wa pili. Na huyo kijana alianza kutumia pombe kitambo akiwa shule ya kidato, high school. So pale high school anatumia pombe, akatia msichana mimba, wakapata mtoto.
Sasa vile alipata huyu mtoto akiwa high school, mama wazazi sana mama akaanza kulea ule mtoto wa kijana yake. Kijana akamaliza kidato cha 4, hakupita, alikuwa shule mzuri, wakampeleka college, akamaliza. Vile alimaliza college wakamtafutia kazi. Pale kazini juu ya pombe akapoteza kazi. Sasa pale nyumbani ule bibi wa kwanza akona ule mtoto mwenye alipata akiwa high school, wazazi ndio wanamsomesha. Kapata bibi wa pili akaenda, bibi wa tatu akaenda, bibi wa 4 alioa kama mara 5, bibi wa 5 akaenda. Sasa hao mabibi wako na watoto, akona watoto zaidi ya 5, na hao watoto wazazi wanamsaidia kulea. Bibi wengine walienda na watoto, lakini kuna wengine wazazi wanamsaidia. Sasa ikawa akienda kunywa pombe anakuja nyumbani saa 9 ya usiku, na akija nyumbani saa 9 baba anamfungulia. Baba ndio anamfungulia huyo mtoto wake, na baba sasa amezeeka, anaamka anamfungulia. Na ikafika mahali sasa, kwa sababu hii familia wamejiweza, wako na mali kidogo, wazazi walikuwa wanafanya kazi, sasa wameretire. Ule kijana akikuja nyumbani saa 9, wezi wanamfuata. Sasa baba akifungua, wezi wanaingia kwa gate, wezi wanaingia ndani. Kwa wiki familia ilikuwa inaingiliwa na wezi kama mara 3. Wananyang'anywa kila kitu. Wazazi wanafungwa, na wazazi wamezeeka, wananyang'anywa simu, kila kitu. Sasa ikaendelea hivyo, ikafika mahali sasa wazazi hawangeweza kuendelea kukaa pale kwenye walikuwa nakaa, kwa sababu wezi waliwaibia hata ng'ombe, hata kuku na kila kitu. Mwisho wazazi wakahama, wakaenda kuishi upande mwingine. Kijana bado akaendelea, ako miaka karibu 40 na zaidi, anaendelea kukunywa, analewa, anarudi nyumbani late. Of course unajua ya kwamba hata alikuwa naiba. Sasa hakuna kitu wazazi wangekuwa nayo, kama ni kuku, ni simu, ni nini. Hata hao wezi yendi alikuwa anakuja na wao, wamepanga. So wakishapanga na hao wezi wanakuja wanaiba, wanaenda wanauza, anakunywa pombe. Unfortunately, sijui niseme bahati mbaya, sijui kama ni bahati mbaya, baba alikufa stroke. Ilizidi sana, sasa baba akakufa stroke. Mama akabaki, mama ndiye anaendelea kufungulia kijana. Mama alali usiku, kwa sababu kijana akienda na kunywa pombe, mama alali. Lazima amungoje hadi saa 9 ndio aingie. Saa zingine mama anangojea, ameamuka usiku wote, kijana hajarudi. Kwa hivyo mama halali usiku, halali mchana. Kijana anarudi maybe after siku 3. Na sasa ukinisikiza nikikwambia hivyo, utajua ya kwamba maisha ya huyo mama yako hatarini. Na sasa huyu mama akifariki, ndio kijana wako na yeye, maisha itakuwaje ya huyo kijana? Kwa hivyo ukiangalia hiyo hadithi nimewasimulia, huwa ya kwamba hii wazazi kutoweka mipaka ilianza akiwa mdogo. Wakati sisi kama wazazi tunaonyesha mtoto ya kwamba utaenda ufanye vile utafanya, na utarudi, na bado nitaendelea kukulelea mtoto. Serikali iko na mfumo ya kurudisha watoto wasichana wenye wamejifungua, wanarudishwa shule. Mtoto msichana akijifungua kama ako shule, anarudi shule, anamaliza. Lakini kitu ningependa kuambia katika upande wa saikolojia na afya ya watoto, ni vizuri yule mtoto wako msichana kama amejifungua, akae nyumbani hata kama ni mwaka mmoja, anyonyeshe ule mtoto. Mnanielewa? Ule mtoto wako kama amejifungua na ni mtoto msichana, akae nyumbani kama ni miezi 6 au mwaka mmoja, anyonyeshe ule mtoto kabla arudi shule. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ule mtoto wake akikosa kunyonya, bado hata yeye akifika hiyo umri atazaa mtoto mwingine. Mnanielewa? Kwa sababu ule mtoto atakuwa amekosa upendo wa mama. Kwa hivyo ataenda kule nje akitafuta upendo kutoka mahali, the wrong places. Na ule mtoto atapata mtoto tena. Pengine kuna wenye ameketi hapa unaniangalia na unalea, huyo sasa ni mjukuu ama ni kitukuu. Msichana wako alizaa akakuletea mtoto, ukachukua mtoto from siku ya 2, ukaendelea kulea ule mtoto, ule mjukuu wako tena amezaa. Mimi najua iko mama alikuwa miaka 28 alikuja clinic kwenye nilikuwa nafanya kazi na hakuna mtoto. Mimi nikafikiria huyo ni mtoto wake. Mtoto analia, mama hamnyonyeshi, mtoto ako siku
chache. Mtoto analia, mama amnyonyeshi. Nikamwambia nyonyesha mtoto wako. Kaniambia huyu si mtoto wangu, ni mjukuu. Kuangalia ile kitambulisho cha mama, naona mama ako miaka 28. Namuuliza, miaka 28 huyu ni mjukuu? Ananiambia nilijifungua nikiwa na miaka 14, wazazi wakachukua ule mtoto wangu wakamlea, mimi nikarudi shule, lakini hakukaa tena, akaolewa. Sasa ule mtoto wangu akalelewa na wazazi. Saa hii ule mtoto wangu ako miaka 14 na yeye amejifungua. Na si ajabu huyu mama akifika miaka 42 atakuwa na great grandchild. Sijui ni kitu kuu sasa tunasema. Kwa hivyo ningependa kusema ule msichana wako aongeleshwe kwa upole, akae anyonyeshe mtoto wake miezi 6 au mwaka, alafu arudi shule. Na utaniambia anapoteza mwaka, lakini nakuambia kwa ule mwaka iko mambo atajifunza na atajua choices have consequences. Kila kitu mtu anachagua lazima ulipe. Kwa hivyo atapoteza mwaka aongeleshwe, lakini akirudi atakuwa amejifunza. Jambo lingine ningependa kusema ni ya kwamba wewe mwenyewe ikiwa mtoto wako amechagua kuwa mtoto mpotevu, ujiondoe. Yani nikisema ujiondoe namaanisha isikue ya kwamba ule mtoto wako kila kitu anahitaji, wewe uko hapo, wewe ndio unamprovide. Kwa sababu sasa huyu ni mtu mzima. Umwambie mimi nakupenda na hii ni njia umechagua, ni vizuri wewe you work with your own hands. Fikiria kuna wakati wewe kama mzazi hutakuwa kwa hii dunia. Kuna wakati fulani wewe kama mzazi hutakuwa kwa hii dunia. Na jiulize, kama hauko kwa hii dunia, ule mtoto wako ataweza kusurvive? Atakaaje? Wazazi wengine huwa tunaishi as if hatutawahi toka kwa hii dunia. Tunakaa like we are immortal, hatutawahi toka kwa hii dunia. Na tukitoka kwa hii dunia, watoto wetu wanateseka, wanauza mali. Nadhani kuna wengine tumeona kwa magazeti ama kwa televisheni ama tumesikia kwa radio, wajukuu wa serikali, how do I say, raisi, one of the most powerful presidents wa nchi ya Kenya, sitataja jina. Ule president, wakati mimi nilikuwa mtoto, hatungetaja jina ya huyo rais kwa nyumba, kwa sababu tulikuwa tunaamini huyo rais anakusikia mahali popote. Kama uongei jambo la kumsifu, huwezi taja jina yake. Sahi wajukuu wa huyo president, niliona mmoja kwa gazeti akipelekwa kotini kwa sababu alikuwa amezaa mtoto ama watoto mahali na hakuwa na provide. Na nilipoangalia ule mjukuu wa former president, alikuwa anakaa kama street child, alikuwa anakaa kama mtoto wa street. Mimi nilikuwa najiuliza, is this a child of the former president? Sikuamini, kwa sababu hata uachie watoto wako mali namna gani, kama hujawafunza wakuwe na hekima, hayo mali hayatafikia wajukuu. Mnanielewa? However much wealth you leave your children with, if you have not left them with skills and godliness, Ukristo na hekima fulani inatoka kwa Mungu, na wewe kuwafunza, yale mali yako hata kama ni Kenya mzima hayatawahi fikia wajukuu, kwa sababu watamisuse. Kwa hivyo wewe kama mzazi ukilea watoto, kila siku jiulize, wakati sitakuwa, hawa watoto watakuwa namna gani? Kitu kingine ningependa kusema, ukiwa uko katika hali mtoto wako amekuwa mwana mpotevu, ongea na watu wengine. Usijikalie peke yako, uko na wasiwasi, stress itakuwa. Ongea na watu wengine. Itisha wengine wakuombee. Ukuwe na mtu wa kukuombea na wa kukusupport. Amechagua, amekuwa watoto wapotevu, na bado kazi ya Bwana lazima iendelee. Amen. So tutaendelea kueneza injili hata kama watoto wamechagua, wamekuwa wana wapotevu. Tunawaombea na tunaendelea. Kwa hivyo wewe kama ni mzee wa kanisa, ama wewe ni shemazi, usiache, ama wewe ni kiongozi fulani, usiseme sasa mimi juu mtoto wangu amekuwa mwana mpotevu sina sauti, nitaambia watoto wengine nini? Hata story ya Eli kuhani mkuu, wakati watoto wake walikuwa wamechagua njia mbaya,
Samuel, mtoto Samueli alikuja na akasikiza na akatii Eli. Kwa hivyo Eli alipata mtoto mwingine in the name of Samuel. Kwa hivyo watoto wale mnaniangalia saa hii na kuambia, if you don't obey your parents will get other children. Okay? So if you don't obey your parents, there are other children your parents will get and they will obey them. Kwa hivyo usikae peke yako, upweke, uombe na wengine, uweze kushare na wale wengine unaamini. Jambo lingine tena, wewe kama mzazi ujitunze na usikubali mtoto wako afanye maisha yako yakatike hata kwa siku moja, hata kwa mwaka moja. Do not allow your children to kill you early. To basa wancha stress yo mwano egerubu gimabwo Nyasaye ire nseye igabona cheke. Yesu na kweta se bebe ito twensi igobono Yesu na ruto bumabwao. Mwana oto kagango kurubu gimabwao egerache gutwara obumoyo bwa kare na kare. Obugima bwa Yesu na bwo to obugima bwa kare na kare. Kwa hivyo usikae na stress. Mimi najua kuna wazazi wako na ugonjwa wa sukari, wako na pressure, wako na ulcers, wengine hata akili kichwa imeruka kwa sababu anafikiria mtoto wake, na wengine kama hapa Kisii mtu anasema this is my only son, niko na wasichana 7, huyu kijana tu mmoja. Na tena hapa Kisii tunapenda kuita watoto wavulana jicho moja, sijui tulirogwa na nani. Watu tunasema mwana onerise erimo. Wacha nikwambie, mtoto ni mtoto. Ndio ni vizuri ukibarikiwa na watoto wavulana. Mimi nimezaa wavulana tupu, nimezaa wavulana 3 na nashukuru Mungu. Lakini ningependa nikwambie ya kwamba watoto wasichana ndio wanakumbuka wazazi wao. That is the truth. A girl child, kama umebarikiwa na mtoto msichana, tunza wasichana wako vizuri na walee vizuri. Msichana wako ndiye atakukumbuka. Hata vijana wanakumbuka, lakini tuongee tu ukweli. Mtoto wako msichana ndiye anakukumbuka, kwenye anakaa ndiye anafikiria. Okay? Sisi kwetu tumezaliwa wenye tuko hai wasichana 3, wavulana 3. Na mama yetu alijaribu kutulea vizuri. Lakini kitu moja nakumbuka alikuwa anaambia watoto wangu wasichana, I wish ningewapatia shamba. Of course saizi according to constitution, kwa sheria ya Kenya, kila mtoto apate shamba. Lakini wakati ule nilikuwa nalelewa, Wakisia wako wanapatia watoto wasichana shamba. Kwa hivyo mama alikuwa anasema watoto wangu wasichana, sina shamba ya kuwapatia, lakini mimi nataka niwapatie elimu. Na nikuwapatia elimu mpate kazi zenu, vibarua, mwende mujinunulie mashamba yenu mkitaka. Na nashukuru mamangu alitufunza, alitusaidia. Na saa hii ikiwa mahali na keti, nimejengea mamangu nyumba. Of course wenzangu wamenisaidia, tumesaidiana na my brothers and sisters, but nataka kusema hiyo idea nilisema mamangu lazima tumjengee nyumba na tumununulie gari ya kumtembeza kwa sababu anaendelea kuzeeka. Kwa hivyo saa hii tukiongea, mamangu akienda maseminars, huwa anaongelesha wazazi, anawaambia mtoto ni mtoto. Tunza mtoto wako vizuri, especially ukiwa na mtoto msichana. Kwenye ataenda, hata kama ataenda ng'ambo, hata kufikiria. Iko mzazi mwingine alituambia ya kwamba ako na watoto 2, ako na watoto wengi, lakini ako na kijana na msichana. Akipiga simu, mvulana na msichana, akipiga simu asubuhi anapigia kijana yake kwanza, mvulana, anamwambia leo usiku wote sijalala. Nasikia naumwa mgongo, naumwa magoti, naumwa wapi. Ule mtoto wake mvulana unajua anamjibu aje? Siwende hospitali. Kwa nini hujaenda hospitali mpaka sasa? Ungekuwa umefika hospitali ndio unipigie simu. Ni mzazi alituambia hayo. Na akipigia msichana wake akimwambia nimesikia vibaya, sijalala vizuri, msichana anamwambia tulia hapo, anatuma taxi inamchukua, anapiga simu pale hospitali, anatuma pesa na amemlipia kadi ya hospitali, na anamwambia mama enda utibiwe. Akitibiwa anamwambia pita pale supermarket, anatuma pesa, fanya shopping, nunua matunda, peleka nyumbani ukule. Na anashinda akimpigia simu kila siku, anamwambia mama unasikiaje? Lakini kijana vile waliongea, after 1 week mama akipiga simu anamwambia na ulitibiwa. Najua sio vijana, sio watoto wavulana wote wanafanya hivyo, lakini najaribu kuencourage wale wazazi,
uko na watoto wasichana peke yao, umefikisha 5 na bado unaendelea kuzaa, unaendelea kupata watoto. Unasema mimi sina jicho, mimi sioni, mimi ni kipofu. Unaendelea kuzaa. Utazaa ule wa 10 atakuwa kijana na atashangiliwa na ataambiwa wewe ni jicho moja, na huyo mtoto ndiye atakupatia pressure. Na huyo mtoto ndiye atakukatiza maisha. Kwa hivyo mimi nakwambia ule mtoto Mungu amekubariki na yeye, hata kama ni msichana mmoja. Saa hizi sheria ya Kenya watoto wasichana wanapatiwa shamba. Kwa hiyo usiseme na hii shamba yangu naachia nani, unaachia mtoto wako msichana. Kule ameolewa, ile shamba itakuwa ya watoto wake, na hii shamba atarithi hiyo shamba yako. Wacha niende kwa upande wa watoto, nikimalizia niende kwa upande wa watoto. Watoto mnanisikiza siku ya leo. Sijui kama kuna mwenye ametia wazazi wake uchungu. Mzazi anaamka, analala akilia, kitanda imejaa machozi kwa sababu yako. Hiyo ni laana kwa maisha yako. Be a blessing, be a joy to your parent. Fanya mzazi akilala, akiamka anashukuru Mungu. Anasema Mungu alinibariki, nilijifungua huyu mtoto. Kuna wazazi wengine kwa sababu ya uchungu watoto wameleta maishani mwao, mzazi anasema kitu kama hata ningezaa ndoo, saa hii ningekuwa na mahali pa kuweka maji. Sio ati huyu mzazi anachukia mtoto wake, ni kwa sababu mtoto amemtia uchungu kabisa. Kwa hivyo wewe kama ni mtoto, utii wazazi wako. Na hatusemi kama wazazi wote wako wazuri. Iko wazazi hata wanakufanyia mambo, unaona wanakufanyia mambo maovu. Lakini ningependa kukuambia wewe uwatia wazazi, ufanye vilivyo, na kama anakutesa, wewe fanya bidii, upate kazi yako, usonge. Lakini ukisonga usisahau mzazi. Ujue ya kwamba huyo mzazi alikuzaa na akakulea. Kuna mzazi mmoja aliniambia hii hadithi yake, it's a true story. Mtoto wake alikuwa na vijana watatu, ako na vijana watatu, watoto wavulana. Ule mtoto wake wa kwanza alipofika miaka 15, 16 alianza kutumia madawa ya kulevya. Na walikuwa wanaishi, wamehama Afrika, wameenda katika continent ingine kwa wazungu pale. Ule mtoto alianza kutumia madawa ya kulevya akiwa 15 years. Wakajaribu kumuongelesha, walimlelea kwa kanisa, adventure, Pathfinder, kila kitu walijaribu, waliomba, wakamuongelesha. Mtoto bado akaendelea kutumia madawa ya kulevya. Sasa alikuwa anakuja kwa nyumba na madawa ya kulevya. Wakagundua ya kwamba mdogo wake wa miaka 12 na yeye ameanza kutumia hiyo bangi, kwa sababu ndugu yake alikuwa anaileta kwa nyumba. Hao wazazi wakaangalia, wakaona tutaenda kupoteza watoto wetu watatu. Wakaita ule mtoto wako miaka 16 hivi sasa, wakamwambia tumekulea kwa njia ya Kikristo kwa kanisa, hatutumii pombe, hatutumii madawa, lakini umeenda umeshikana na watoto wengine shule, vile tumesoma kwa Biblia. Ule kijana alienda akashikana na mwenyeji wa hiyo nchi, kwambia umeshikana, umeanza kutumia madawa. Hapa kwa nyumba nataka nikuambie it's a drug free house. Hatuweki madawa kwa nyumba. Kwa hivyo mtoto wetu mpendwa, uko na choices. Choice ya kwanza, tukupeleke, tukupatie usaidizi, hata kama ni kwenda rehab, uache kutumia haya madawa na ukae na sisi, au uendelee kutumia madawa na uhame. Which one? Unadhani ni choice gani huyo mtoto alichagua? Alisema mimi siachi madawa, na wazazi wakamwambia basi kama uachi madawa pole, hatuwezi kaa na wewe, tunakupenda. Huyo mtoto alifunga virago, ukweli, true story, alifunga virago na akaenda. Hao wazazi walikuwa wazazi wa Kristo kama huyu baba ya mwana mpotevu. Wakabaki wakimuombea. Mtoto alienda. Mama alikuwa anaamka kila siku saa 8 ya usiku. Every day. Mama alikuwa anaweka alarm, saa 8 anaamka, anaombea huyo mtoto mpaka saa 10. Every day. Akaendelea kuombea mtoto, hawajui mtoto ako wapi. Ameenda na wako nchi Ulaya. Akaendelea kuomba na akiendelea kulea wale watoto wadogo. Na akakubali ya kwamba inawezekana ule mtoto wake aende kule nje afariki. Sijui ni wazazi wangapi wanaweza fanya hivyo. Siku moja mama akaamka saa 8. Miaka imeenda kama miaka 3 hivi. Imeenda, hawajui mtoto ako wapi. Mama akaamka saa 8. Vile ameamka hivi, anapiga magoti kuomba. Na mara mingi simu yake ilikuwa silent, lakini hiyo siku hajui ni kwa nini simu haikuwa silent.
Mama akipiga magoti kuomba akasikia simu. Akashangaa, nani ananipigia saa 8 ya usiku na mimi si daktari? Kuchukua simu anaona ni namba hajui. Akaona wacha achukue. Alipochukua ni kijana yake, ako on the other side. Kijana akamwambia, mama, nimepoteza kuona, yani I've lost my sight. Nimekuwa kipofu. Nilikuwa kwa street fulani, nimekuwa kipofu. Mama, kuja saa hii, nimekuwa kipofu. Mama akaamsha baba, hiyo saa 8 wakakimbia kwenda kwa ile street. Walipoenda ile street wakapata kweli hiyo mtoto wao sasa ako kama miaka 19, alikuwa huko kwa street akitumia madawa, amepoteza uwezo wa kuona, amekuwa kipofu huko ile. Alienda akanunua madawa, ilikuwa imechanganywa. Unajua wanachanganya heroin na bangi na nini na nini. Sasa vile alismoke ikafanya akalose sight. So wakamchukua wakampeleka hospitali. Na sasa uzuri alikuwa ako na simu na alikuwa ameweka namba ya mamake kama speed dial. Jana tulisema mama ni wa maana sana kwa maisha ya mtoto. For 3 years huyu mama alikuwa anaamka saa 8 ya usiku kila siku miaka 3 akiombea ule mtoto. Maombi ya mama. Mimi sijui kama ningefanya hivyo, lakini mama alifanya hivyo. Sasa wakampeleka hospitali, mtoto akatibiwa, akapona, akaweza kuona. Na akawaambia, mama, narudi nyumbani, nipeleke shule, nimeacha madawa, whatever you want me to do, mimi nafanya. Akaachana na madawa, akarudi nyumbani, akapelekwa shule akamaliza, akaenda college akamaliza. Saa hii ako na kazi kubwa, amefanya kazi ya IT, hii kazi ya computer. Nimeongea na huyo kijana, I've talked to that young man. Kwa hivyo si story nasema sijui. Ule kijana sasa ako na kazi kubwa, ako na gari kubwa, nyumba kubwa na ako na biashara. Na anaongea na wengine akiwaambia madhara ya madawa ya kulevya. Hao wazazi wali make a very difficult choice kuongea na ule mtoto. Kama awange make hiyo difficult choice ya kumwambia chagua, saa hii pengine wangekuwa wamepoteza watoto wote, kwa sababu alikuwa analeta madawa kwa nyumba. Lakini wakaendelea kumpenda akiwa mbali. Wazazi wengi nikiongelea hili jambo hawaoni kama inawezekana, yani mtoto wangu nimuache tu aende hivyo, sijui nitaenda kumtafuta. Lakini nataka kukuambia hata Mungu anatupenda, na Yesu alikufa kwa msalaba kwa ajili yangu na mimi, lakini hakuna siku Mungu atatulazimisha kukubali wokovu na kuenda mbinguni. Unachagua. Na hiyo ndio wanenaji wengine wamekuwa wakituambia. Hakuna. Saa hii kuna mkutano huu mkubwa wa injili, lakini iko watu wameamua hawakuji na hakuna mtu atawalazimisha. Yani hata saa zingine kama mzazi mtoto anakuangalia anakwambia utadu, na namwambia sitadu anything, hakuna kitu utafanya, kwa sababu yeye amechagua. Kwa hivyo ni vizuri tuheshimu uchaguzi wa mtu. Kama amechagua, wewe mwambie mimi nakupenda, kenye nitafanya ni kukuombea. Kwa sababu wewe si Roho Mtakatifu na wewe si Mungu, lakini wewe ni mzazi na bado unaendelea kupenda huyo mtoto, na akiamua kurudi na wewe unampokea, unamkumbatia vile huyu baba alikumbatia ule mtoto wake na kumpokea. Wazazi wengine wanaendelea kupiga makelele, unafuata huyo mtoto unampigia makelele, unapiga makelele. Makelele ya nini unapiga? Ongea kwa upole, umwambie ni uchaguzi wako na mimi nimeona umechagua hivyo, na sasa vile umechagua it is up to you. Kuna watoto wameenda kusoma university, chuo kikuu. Wengi hata hawaendi kwa class, hawaendi shule, hawasomi, na wajua wengi. Kwa sababu kule nyumbani mzazi alikuwa anakalia mtoto. Mtoto kama ako shule, ako na homework, mzazi anakaa pale kando mpaka mtoto amalize homework. Saa hii kuna watoto wengine hata hawawezi hudhuria huu mkutano kwa sababu wako tuition. Wanasomeshwa, mwalimu anawekewa homework. Kazi yako wewe kama mzazi ni kutafuta school fees. Na kazi ya mtoto ni kusoma. Kwa sababu ukimuweka hiyo pressure, akifika chuo kikuu pale hakuna pressure, mtu ni kujituma. Huyo mtoto hawezani kwa sababu amewekewa pressure. Kwa hivyo tutunze na tulee watoto wetu wakiwa wadogo, wajue
to make their own decision. Abana bamanye wetoma, bamanye barobubo kanga masomo na ayane. Ayegasi ya ono kulie school fees, omwano no gosoma. Kwa hivyo today nataka kuongelesha watoto in a very special way. Watoto ni wangapi wananisikiza siku ya leo? Hebu nione watoto wale wako primary na wako high school, nataka niwaongeleshe in a very special way. Unaangalia unaona vile babako ana struggle. Na unaona babako hata shati yake hapa kola inaitwa aje riskio. Unaona kola ya shati ya babako imeraruka. Na babako anapeleka ile shati kwa fundi inageuzwa. Kwa sababu hana pesa ya kununua shati ingine. Ndio aweze kukulipia school fees. Na wewe unaangalia babako ako hivyo na unaenda school fees, unaenda ku waste time. Unaona mamako anafua nguo anangojea ikauke. Kwa sababu hana nguo ingine. Imagine. Na unaona mamako anatembea anateseka kwa miaka 42 lakini anakaa kama ako 72. Kwa sababu kila kitu chochote mama anapata anafikiria mtoto wangu. Niweze kununulia mtoto wangu kitabu. Na bado wewe ukienda pale haujali, unashikana na wengine, una behave as if you don't remember. Hata mamako, wazazi wako wakikuja visiting day, hata utaki kuwaona. Saa zingine unasema huyu ni shosho. Huyu ni baba, huyu ni magokoro. Utaki kusema ni mzazi wako. Kwa sababu umeshikana na wenyeji wale nchi. Umeshikana na watoto wengine shule. Utaki ku-identify. Hata unamwambia, ukikuja ile siku kunitembelea, uvae nguo. Kwa sababu utaniaibisha. Kwa sababu unajua mamako, ile pesa yote anapata, hawezi hata nunua kiatu. Anatembea, nege koro tomoyeki. Agutachance. Kwa sababu anataka at least aweze kukutake care. Alafu wewe kama mtoto unasahau. Unashinda ukidemand. Una misuse pesa, unashinda ukidemand. Ukisema onge nipatie usiponipatia ukue mincha ati utaki kusoma. What is wrong with you? Nani alikuroga? Wewe unaangalia ile maisha wazazi wako wanaishi, unaona kama ni maisha ya furaha. Unaona ni ile maisha hata ukihitaji kitu fulani huwezi pata. Is that the life that you want to lead? Hayo ndio maisha kweli unataka kwako. Na tena unatembea kama wewe ni mtoto msichana, unapata mtu anakuambia uko beautiful. Unasimama tu, unashinda kumwangalia, unacheka. Na sponsor hapo ni wengi. Na sponsor anakudanganya. Na ule sponsor hata akona bibi. Na unasema mimi ndiye anapenda. Wacha nikwambie my dear, utajua hujui. Nora itoso moleria makere. Utajua haujui. So nataka kukuambia sahihi, ile sacrifice wazazi wako wana make. Na kijana anaambiwa tuuze bangi. Hata kuna mwingine alikuwa amepanda bangi kwa compound. Wazazi hawajui amepanda bangi. Askari wanaenda pale wanasema kuna bangi kwa hii compound. Wazazi wanasema bangi, sisi ni Wakristo, hata hatujui vile bangi inaonekana. Askari anasema twende, wanaenda behind the house. Kijana amepanda bangi na ni kijana ako shule. Anaulizwa kwa nini umepanda bangi? Anasema anataka pesa. Kijana ameshikana na girlfriends. Yellow babe ameshikana na wao na girlfriend anataka pesa. Sasa kijana ile pocket money anapewa haitoshi, anapanda bangi, analetea wazazi pressure. Mimi ningependa kuambia wewe kama mtoto, uangalie vile kwenu kunakaa, uangalie hiyo maisha, ujiambie mimi sitaki kuishi maisha ya umaskini, maisha kama hayo. Nikimaliza nataka kuombea watoto. Acha niwaambie, niliwaambia kidogo jana. Mimi nilimwambia nililelewa kwa familia ya umaskini kabisa. Babangu alifariki nikiwa miaka 2, sikumuona. Na mama alikuwa miaka 20 na kitu. Na mamangu hajasoma. Kwa hivyo sisi kwetu tumeuza chang'aa. Tumeuza busaa. Tumeuza tobacco. Sijui kama nani amewahi ona tobacco. Tobacco ni etumbato. Umewahi ona tobacco ikipandwa? Tumepanda tobacco kwetu nyuma ya nyumba ndio isionekane. Tulikuwa tunachuna tobacco, tunakatakata, tunapeleka Kuria. Tumeuza tobacco. Tumeuza maziwa mala. Tumeuza omena. Tumeuza njugu. Tumeuza mtumba. Tumefanya kazi kwa mashamba ya watu. Hakuna kitu. Nimekuwa house girl mimi nikimaliza form 4 nikienda university. Tumepanda chakula tukauza kwa shamba, kitunguu na kila kitu. Na nilikuwa naangalia mamangu akija mkutano wa shule primary.
Mamangu ametembea barefoot, ana viatu. Na ukiona mama ametembea, ile mguu alene rigasi sasa utaidefine aje? Hiyo hata ina translation. Abwate rigasi yokubeke esomonime. Mguu wa mamako unaona rigasi akubeke esomonime. Mimi hata niliona nikiwa miaka 10 mamangu alizalia kwa nyumba. Ringere. Mamangu alizalia kwa nyumba kwa sababu alikuwa na mimba mtoto wetu lastborn, wawili lastborn. Hakuna pesa, hakuna njia yoyote, amejizalisha kwa nyumba. Sasa wewe ukiwa mtoto miaka 10 na unaona mamako amejizalisha kwa nyumba, kweli hiyo umaskini wa aina gani? Sio ni ile umaskini, the next thing ni kifo. Sasa nilikuwa naangalia, tunaangalia nyuma ni giza, unaangalia pande huu ni giza, unaangalia mbele ni giza. Nikafika high school, nilienda national school, nikasaidiwa, mimi nilisaidiwa. Nikapelekwa national school kwa sababu nilipita sana. Nilikuwa mtoto wa kwanza kwa hiyo shule kwenda national school na mtoto msichana. Kwa hivyo mwalimu wa shule, hiyo hadithi yangu iko hata Egesa FM ukiona. So huyo mwalimu akasema, mamangu akasema hakuna njia yote, utaenda tu day school. Kama utasoma sawa, usiposoma utakuja tuingie shambani. Headmaster wa ile shule akasema hatujawahi pata mtoto mwenye amepita kwenda national school. Tena mtoto msichana, nitahakikisha ameenda shule. Anyway, nilienda national school. Nilipoenda pale shule sina kitu chochote. Hata fare ya kurudi nyumbani sikuwa nayo. School fees haijalipwa. Na pale shule wanasema tukifukuza huyu msichana hana fare ya kurudi Kisii, tena akirudi akienda nyumbani hata wairudi. Na mimi nikasoma, nilikuwa naomba vitabu, nasoma na ninakuwa top. Sasa wanaona akienda tutampoteza. Ikafika wakati nilifika kidato cha 4, form 4, dadangu mdogo akafariki. Na ile ugonjwa alikuwa nayo ingetibiwa, ilikuwa inahitaji antibiotic, lakini hatukuwa hata na shilingi 1 ya kununulia mtoto antibiotic ndiye apone. Mtoto akagonjeka na akafariki, alikuwa 13 years. Vile mtoto alifariki alikuwa class 7. Sikuweza kuja nyumbani kuzika ule dadangu kwa sababu hakukuwa na fare. So mimi nimeenda shule first term nikiwa form 4. Narudi nyumbani, unauliza sister yako ako wapi, ako kaburini. Na alifariki na amezikwa, na nauliza kwa nini? Mamangu akaniambia hakukuwa na fare ya kukuleta ukuje kuzika dadako. Hapo sasa nikaanza kulia. Na mamangu akaanza kulia. Na mimi sijawahi ona mamangu akilia tangu tuzaliwe. Hata wakati maisha ilikuwa magumu, hakuna siku niliona mamangu akilia. Hata wakati ndugu yake alifariki, sikuwahi ona mamangu akilia. Sasa hapo nalia, mamangu analia. Nikapangusa machozi. Niko form 4, nikasema hakuna vile mamangu anaezalia na mimi nalia. Nikapangusa machozi, nikasema sasa lazima nipanguse machozi. Na nikarudi shuleni. Na nikasema hakuna hata siku moja mamangu atalia na mimi nilie. Mimi mwenyewe nitasoma na niinuke nipanguse mamangu machozi. Na nashukuru Mungu kwa sababu mamangu aliniambia wakati Disemba tulienda nyumbani kumfungulia nyumba ya kifahari na nilikuwa nimempatia gari. Mamangu aliniambia mtoto wangu nikikufa usilie. Nikamuuliza kwa nini, akasema mtoto wangu umenitunza, nikikufa nizike kwa furaha, usilie. Na mimi hiyo ni ahadi nilijipatia nikiwa form 4 many years ago. There is no day my mother is going to cry. I want to call children today. Nataka niwaombee watoto. Leo nafanya ombi la kipekee na ombi la machozi. Kama kuna mtoto ako hapa na sisi, pengine unajua ile choice umemake. Ningependa watoto msimame haraka kama unataka kusimama nikuombee. Kama kuna choice umemake na ni wrong choice, uko hapo na uko na boyfriend, na we ni mtoto uko shule na uko na boyfriend, ule boyfriend uachane na yeye. Na wewe ni mtoto mvulana uko na girlfriend, uachane na girlfriend usome. Umetumwa shule kusoma vitabu, si kusoma boyfriends, si kusoma girlfriend. Kwa hivyo kuna kitu unajua, tule tu messages. Kuna vitu unaangalia kwa simu, pornography, wrong things, masturbation. Wewe unajua zile vitu unafanya. Na ungependa nikuombee, umetumia madawa, umeonja. Ungependa nikuombee uachane na hizo vitu. Wazazi wako wasiwahi toa machozi na uko hai. Let your parents never cry when you are alive. Wazazi wakufu walie kama umefariki, kama wewe ni mgonjwa.
Au hiyo ni one side. Au wewe ni mtoto umenisikiza siku ya leo na umeona yale wazazi wako wanapitia. Pengine mamako ni mjane, babako he's working so hard kuprovide, hata hawezi nunua handkerchief. Wewe unaona hapo na umenisikiza na unataka kupanguza watoto wako wazazi wako machozi. You want to work hard. You want to do your best. You want me to pray for you. I want you to come quickly. I want you to come quickly if you are a child. I won't take so much time. I want you to come quickly. If you are a child, wewe uko mtoto primary school, high school, na unataka kupangusa wazazi wako machozi, you want me to stand and pray with you. Na Mungu akupatie nguvu. Na mimi silazimishi watu wakuje, nasema tu kama kuna mwenye amesikia ameguswa na unataka nikuombee. Kwa sababu hata ile maombi naomba, wewe uko na jukumu. I will pray for you, but you have to take responsibility. Lazima usome. Mimi nilisaidiwa na watu wakanipeleka shule, na walinipeleka wakaniacha shule sina kitu chochote. Na ule alinipeleka shule akaniambia, Rose, usiposoma umerogwa na mwenye amekuroga amekufa. Mimi nikaamua kusoma. Come watoto, nataka niwaombee leo. I want to pray for you. I want you to study. I want you to be good children. Mama yako asikue yeye ndiye ako jikoni anapika na moshi na wewe unaketi pale. Your mother should not be cooking for you and you are just seated there. Yeah, please come. Mamako ndiye anatafuta kuni, anatafuta maji, anaenda soko, na kuna watoto wazuri nimeona pale kwa soko wanauza vitu. Please kujeni haraka. So nataka niwaombe. If you have a boyfriend, please leave that boyfriend na usome. Mamangu alikuwa anatuambia masomo yako na kazi yako ni bwana yako wa kwanza. Na kwa ndugu zangu, that is your first wife, your first husband. Na akatupeleka shule na dada zangu, tukamaliza university, college, tukapata kazi. Kasema nimekupatia bwana wa kwanza, tafuta bwana wa pili sasa. Akatupatia freedom. Na alipotupatia freedom, akatusupport. Hatukuolewa kutoroka. Tuliolewa kutoka kwa nyumba na akatupatia freedom. So iko ule mtu anakudanganya na anakuambia uko beautiful. Na kweli you are fearfully and wonderfully made. Na wewe ni kijana, iko ule msichana anakudanganya. Na iko ule anakuletea madawa na anakuambia onja hii kidogo, onja kidogo. Bali bechi pigi kwanza, bechi pigi. Bali bechi pigi gali yako kumineraga 20 bob. Gakiaga 20 bob. Are you worth 20 bob? 20 bob gaki, 20 bob. Na wewe utapata kazi na utapata maelfu na utaishi nyumba mzuri. Anakudanganya na 20 shillings na chigo kongaina. Okay? Sasa thank you so much watoto kwa kuja. Colleges and universities. Iko mtu wa college na university. By the way, kama tukuombee. Mimi watoto wangu 3 wako university na I hope kuna mtu anawaombea sahi. Wako university 3. Kwa hivyo najua mimi kama mtoto wa watoto wako university, bado wa university ni mtoto. Iko wa university hapa nataka nimwombee. So please, I want you to promise me one thing. You are not promising me actually. You are promising God. I want to tell you. Asante. Nataka niwaambie watoto nikienda kumaliza. Tafadhali munisikiza. Mnanisikiza watoto? Your parent should not cry ukiwa hai. Mzazi wako asitoe machozi. Mamo minota to minota kolera kole moyo. Iyo ni laana. Mamako babako asilie. Upanguze mzazi wako machozi. Kwa sababu mzazi wako ana struggle. Do everything that you can. Iko sababu imefanya ukuje hapa siku ya leo. Mimi nakuombea zile vitu umejiingiza za internet, pornography, masturbation, achana nazo. Unarukia dirisha unaenda. Abana abaisikensa igamumenyete. Aba mureba goche jikoni botuko asoraire. Achana nayo. Focus on one thing. Do your very best na Mungu atakubariki. You remain faithful. Is that okay? Na iko kama kuna mwenye anataka kuniona yale masiku niko hapa, kuna kitu nataka tuongee, karibu sana. Hebu na tuombe. Ni sawa tu, ako sawa. Wacha tuombe.
Father, in the most wonderful name of Jesus, we thank you for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for this great crusade. We thank you for the messages that you have taught us. Lord, today in a very special way, I want to thank you for the gift of children. Lord, children are a heritage of the Lord. The fruit of the womb, his reward. Blessed is the man who has his quiver full. We thank you for our quivers are full. You have blessed us with these wonderful, beautiful children. I know that our children are growing up in very difficult times. The influences are just too many. And I want to thank you that these children could actually come for this crusade even with all these influences. I want to commit them to you in a very special way. I want to pray for any child who is here or not here, who has caused their parents to cry. I want to pray for all the tears that the parents have shed, that they are going to come to an end. I pray that in their hearts, these children are going to promise themselves and promise you, like I did, that my parents will never cry on my behalf, but I'm going to wipe the tears of my parents. I want to pray, Lord Jesus, that you may give them the ability to do it. I know that it's hard. I know that it's tough, but I know that your bidding is your enabling. You have called them and you're going to enable them, and you're faithful. There are some of them who have been caught up in relationships. I want to declare an end to those relationships, because these are children. They need to study, they need to read, they need to grow. Some of them maybe have come across pornography, masturbation. I want to pray, Lord Jesus, that you may keep these children pure. Some of them are in wrong influences, the kind of things they are talking, the time they are wasting, they are lying to their parents. I want to pray that they may be honest, they may be people of integrity. I know these children are the church of tomorrow, and tomorrow is now. Lord, I thank you because I know where you have gotten me from, and you have brought me here to declare your goodness in the land of the living. I just want to pray that these children may not just be hearers, but they may be doers of the word. I want to pray for parents who may be a hindrance to their children. I pray for them today, because I know some parents don't want their children to spend time with you. They want their children to study. And yet, Lord, we know that the knowledge of the Lord is the beginning of wisdom. We know that once these children know you, you will be there for them. You will give them the mental clarity that they need. I pray that you may touch those parents in a special way, that they may know that you have given them these children. They are simply stewards. And Lord, if there are parents who are struggling to get resources to pay school fees for these children, I pray that you may open windows of opportunity for them that no man can close. That the parents who are worried how they are going to raise school fees, I pray that you may bless them, you may multiply the resources, you may guide them. There are children who don't have the guidance from parents. I pray, Lord, that you may remain a father to the fatherless. You have been a father to me, and I thank you so much, and I praise you, and I pray you will be there for these children. I know that soon and very soon we will hear testimonies, we will worship you, we will glorify your holy name, because we know that you are more than able to do that which we have committed unto you against that day. Bless us, surround these children with your love. May your holy angels protect them, that no harm will come their way. We bless you, we worship you, and we thank you. For it in Jesus' mighty name we have prayed and believed. Amen. 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 God bless you. God bless you. Tunapokaribisha kwaya ya Kironge Fine, Kirongo ama Kironge Fine. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted
nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Tuwape nafasi. Tunaambia watoto vipi? Amen. Tunapo wakaribisha Omugondo, si ndio? Omugondo tunaimba wimbo nambali 129. Kumtegemea Mwokozi. Omugondo tunawakaribisha kwa haraka. Kumtegemea Mwokozi, twende. Kumtegemea Mwokozi kwangu
ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Tuwape nafasi. Upendo ukiwepo katika nyumba zetu, ndipo furaha itakuwepo kanisani. Upendo unapokosekana nyumbani mwetu, hata katika kanisa pendo halitakuwepo. Upendo ukiwepo katika nyumba zetu, ndipo furaha itakuwepo kanisani. Upendo unapokosekana nyumbani mwetu, hata katika kanisa pendo halitakuwepo. Upendo pia furaha ukiongeza na amani, ndizo sifa za wale wote watakaokombolewa. Nayo tabia kama hii ikiwepo nyumbani mwetu, kwa ndugu zetu na jamaa, jirani na rafiki zetu, ndipo kwenye kanisa itadhihirika wazi kwamba tumejiandaa kuishi naye Yesu. Ndipo kwenye kanisa itadhihirika wazi kwamba tumejiandaa kuishi naye Yesu. Mama muwe kielelezo bora, watoto wajifunze mema kupitia kwenu, wajifundishe kumtegemea baba wao, wajifunze kumtetea Mungu wao duniani. Baba na mama muwe kielelezo bora, watoto wajifunze mema kupitia kwenu, wajifundishe kumtegemea baba wao, wajifunze kumtetea Mungu wao duniani. Upendo pia furaha ukiongeza na amani, ndizo sifa za wale wote watakaokombolewa. Nayo tabia kama hii ikiwepo nyumbani mwetu, kwa ndugu zetu na jamaa, jirani na rafiki zetu, ndipo kwenye kanisa itadhihirika wazi kwamba tumejiandaa kuishi naye Yesu. Ndipo kwenye kanisa itadhihirika wazi kwamba tumejiandaa kuishi naye Yesu. Upendo pia furaha ukiongeza na amani, ndizo sifa za wale wote watakaokombolewa. Nayo tabia kama hii ikiwepo nyumbani mwetu, kwa ndugu zetu na jamaa, jirani na rafiki zetu, ndipo kwenye kanisa itadhihirika wazi kwamba tumejiandaa kuishi naye Yesu. Ndipo kwenye kanisa itadhihirika wazi kwamba tumejiandaa kuishi naye Yesu.
ndipo kwenye kanisa itadhihirika wazi kwamba tumejiandaa kuishi naye Yesu. Amen. Naomba tuweze kusimama na wimbo nambari 52, stanza ya kwanza na chorus. Naomba tusimame. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Twende. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunalimidi na kulishukuru jina lako. Uketie pahali palipoinuka juu zaidi, jina lako litukuzwe. Tusamee dhambi zetu tunapoingia katika kipindi cha Bible Study. Tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi, kiongozi wetu ambaye atatuongoza, uweze kuwa kiongozi wake, na maneno ambayo atakao yatoa yaweze kuwa yametoka kwako na yaweze kuwa chemichemi ya uhai katika maisha yetu. Tupe Roho wako Mtakatifu, ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Karibu. Asante. Nataka nichukue tena nafasi hii ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Inapendeza tena, Bwana ametupatia nafasi ya kipekee ili kwamba tuje tusikie kutoka kwake, tuandalike kwa sababu ya ufalme wake ambao umekaribia. Ninaamini umebarikiwa na kipindi cha kipekee sana ambacho kimetoka cha Kaya na Familia, nikiamini ya kwamba yale mahusia ambayo yamepeanwa yamekuwa ni mambo mazito ambayo yametajwa hapa siku hii ya leo, na ninaamini ya kwamba moyo wako umeguswa, uliye mzazi kama mimi na uliye mtoto ambao umesikia mahusia hayo. Bwana akuneemeshe kuishi kulingana na yale ambayo ametufunza mchana huu wa kipekee. Baada ya kusema hayo, ni wakaribisheni katika kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Leo tena Bwana ako na somo lingine ambalo angependa tujifunze pamoja kutoka kwenye neno lake, na hivyo ndivyo tutakavyofanya, na tutaongozwa na ombi ambalo tayari limepeanwa. Leo somo letu la Bible Study nimelipeana kichwa kinachosema inawezekana kuishi maisha mapya. Inawezekana kuishi maisha mapya ndilo swala ambalo tutaliangazia katika kipindi hiki leo cha Bible Study. Siku mbili ambazo zimepita, na hata sehemu kubwa tu ya Bible Study kama umekuwa makini kabisa, tumekuwa tukiangazia habari za kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na jana tuliishia kusema ya kwamba shughuli ambayo imemkawisha Yesu mbinguni mpaka sasa, kile ambacho kimemzuia ili kwamba asije kuja kutuchukua tuende tukapumzike nyumbani, ni kwa sababu kuna shughuli endelevu ya kutuombea, ya kututetea. Amesimama mbele ya kiti cha enzi ya Baba yake mkono wa kuume kama mwombezi na mtetezi wetu, na yupo katika shughuli ya kutengeneza nambari yake. Yesu yupo katika shughuli ya kutengeneza nambari yake sasa hivi. Wanaomkubali wanaingia katika hesabu hiyo, wanaomkataa wanajifungia nafasi ya kipekee ya kuwa katika hesabu speciali ambayo Bwana amekusudia wawe ndani yake. Jioni hii niruhusu nianze kusema ya kwamba katika siku hizi za mwisho za historia ya dunia, tunaposubiri kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili, si salama mtu akae bila kuchagua upande.
Si salama mtu afanye kitu ambacho kinaitwa fence sitting, yani kukaa katikati, hayuko huku wala hayuko kule. Siku hizi za mwisho, Yesu anapojiandaa kuja kwa mara ya pili, Mungu anamwita kila mtu aonyeshe msimamo wake hadharani, atangaze kama ni Mungu awe ni Mungu, kama ni Baali awe ni Baali. Mungu anatualika sote wapenzi, ili kwamba tuje tuchague ni nani haswa tutakaye mtumikia. Na ndio maana kwenye kitabu cha Yoshua, leo nitasoma kutokea hapa, nitakupumzisha msomaji, 24 mstari wa 15 sehemu yake ya pili. Yoshua 24 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kwa hiyo sote tunaitwa wapenzi, tuchague ni nani haswa tunataka kumtumikia. Kisha Yoshua anamaliza fungu hilo pale chini akisema, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yoshua anatangaza hadharani ya kwamba wakati watu watachagua miungu ya Waamori, watachagua kutokuwa na msimamo thabiti, anasema yeye na nyumba yake watamtumikia Mungu wa mbinguni. Na kwa hiyo jioni hii ya kipekee, msikilizaji mpendwa, ninakualika na wewe ili kwamba uweze kuchagua ni upande gani haswa ambao unataka kusimama. Na ndiyo maana kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 17, Yesu ako na wito speciali kwa ajili yetu. Ufunuo 22 mstari wa 17 anasema, yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Mungu anamwita kila mtu afanye uchaguzi wa kuyatwaa maji ya uzima bure, afanye uchaguzi wa kukubali ukombozi, afanye uchaguzi wa kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi, au akipenda afanye uchaguzi wa kumkataa Yesu Kristo. Swala kubwa lililopo hapo wapenzi ni kwamba Mungu anataka tutangaze msimamo wetu hadharani. Mungu anataka tutangaze kama sisi ni wa kwake au sio wa kwake, sisi ni wa Kristo au sio wa Kristo. Mungu anataka tutangaze, lakini swali ni tunaoneshaje msimamo wetu kwa Yesu Kristo? Ni njia gani ambayo Mungu amepeana ambayo tunaweza kuichagua kwamba siku hizi za mwisho tunaposubiri Yesu aje kwa mara ya pili, ni njia gani ambayo tutatumia kutangaza msimamo wetu kwa Yesu Kristo? Kabla sijajibu swali hilo, kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6 nasoma kisehemu, huenda nikasoma visehemu vya vifungu ambavyo nitakuwa na vinukuu, kwa hivyo wewe utasoma kwa ujumla kwa muda wako. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yani Yesu ameitumia damu yake kutusafi dhambi zetu, lakini japo ametumia damu yake kutusafi kutoka ndani, amepeana ishara ya nje itakayoonyesha kwamba kuna kazi iliyofanyika ndani. Tasema tena hiyo, wakati Yesu ametumia damu yake kutusafi kutoka ndani, amepeana ishara ambayo kazi iliyofanyika ndani itaonekana nje. Jamani, kama tuko pamoja, nipungie mkono wako hewani namna hii. Amina, Bwana akubariki. Ishara hii ya nje ni gani? Ishara ya nje ambayo Yesu ameipeana ili kwamba ionyeshe kwamba kuna kazi ambayo imefanyika ndani, kuna badiliko ambalo limetokea ndani, kuna ukombozi ambao umethibitika ndani. Ishara ya nje ambayo Yesu ameipeana ni ubatizo. Ishara ya nje ambayo Yesu ameipeana, wasikilizaji wapendwa, ni ubatizo. Ubatizo ni ishara ya kujifunga kwetu, uaminifu wetu na utii wetu kwa Yesu Kristo.
tunapopiga hatua ya kubatizwa, tunapopiga hatua ya kutangaza hadharani, tunatangaza ya kwamba tumejifunga kwa Yesu Kristo, tumechagua kumtii Yesu Kristo, lakini pia tumechagua kuwa waaminifu kwa Yesu Kristo. Na ndio maana Yesu alipokuwa akiwaagiza wanafunzi wake, Mathayo sura yake ni 28 mstari wa 19 na mstari wake wa 20. Mathayo sura ni 28 mstari wa 19 na mstari wa 20 inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Kisha Yesu anasema, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Yesu anapowatuma wanafunzi wake, anawatuma kufundisha. Ndio maana tumekuwa tukifundisha kaya na familia, tumekuwa tukifundisha uchambuzi wa Biblia, tumetembea katika unabii wa Biblia, mahubiri yamepeperushwa. Manake Yesu amesema, nendeni mkawafundishe watu kuwa wanafunzi, lakini pia amesema mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapenzi, tunapobatizwa tunatangaza utii wetu kwa Yesu Kristo. Tunapobatizwa tunaonyesha msimamo wetu hadharani. Tunapobatizwa tunaonyeshwa kuwa tupo upande wa nani. Kwa hiyo tunaposubiri Yesu aje kwa mara ya pili, tunaposubiri kwamba Yesu atokee mawinguni, inahitaji watu watakaodhihirisha msimamo, watakaotangaza ya kwamba ulimwengu siutaki na mtaka Bwana Yesu, watakaotangaza ya kwamba ya kale yote yamepita, kila kitu kimefanyika kipya. Yesu anataka watu watakaotangaza msimamo huo hadharani. Na ndio maana tumekuwa tukikupatia mwaliko wa kipekee. Ndio maana hata sasa Bwana amejitwalia watu zaidi ya 300 kwenye mikutano hii ambao tayari wametangaza msimamo hadharani. Wamesema, hatutaki maisha ya dhambi tena, hatutaki kuishia ulimwengu tena, tunataka kusimama ili kwamba tuonyeshe tunampenda Yesu upeo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wewe uliyebaki, ninatamani mwisho wa somo hili utiwe moyo, nikutie shime, nikupatie ujasiri wa kupiga hatua ya ubatizo, ya kupiga hatua ya kutoa nafasi yako na maisha yako kwa Yesu Kristo. Ila kama masuala mengine kwenye Biblia, jana mchungaji Brian Hinman alizungumza kuhusu swala la Sabato, jinsi ibilisi mwovu shetani amecheza na swala zima la ibada katika Sabato, ndivyo alivyocheza na swala zima la ubatizo. Manake leo batizo zipo nyingi na watu wamechanganyikiwa sana kuhusu ubatizo wa kweli, lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba neno lake liko wazi kuhusu swala hili, na kila asomaye ataweza kuelewa makusudi ya Mwenyezi Mungu. Mungu na atukuzwe kwa sababu ya neno lake. Kwa hiyo tunauliza, tuna aina ngapi za batizo? Je, Biblia inazungumza kuhusu aina ngapi za batizo? Biblia inasema kitabu kile kizuri cha Waefeso 4 mstari wa 5. Sikia kwa makini. Waefeso 4 mstari wa 5. Nitasoma nawe utasikiliza ama kufuata kwa Biblia yako. Inasema, Bwana mmoja. Bwana ngapi wapenzi? Bwana ngapi? Moja. Alafu inasema imani moja. Imani ngapi? Moja. Alafu inasema ubatizo mmoja. Ubatizo ngapi wapenzi? Moja. Kwa hivyo Bwana ni mmoja, Mungu pekee wa kweli, yeye ni mmoja, lakini pia imani ni moja. Hiyo natamani kila mmoja asikie, kutoka madukani, tukiwa hapa viwanjani, sokoni na kila sehemu, imani inayotokana na Biblia ni moja. Usikia wakati mwingine wa Kristo wakisema, hiyo ni imani yako, hii ni imani yangu, amini hiyo, mimi ni amini hii. Hapana, Biblia inasema kwamba imani ni moja, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo.
Kwa hiyo kama tunaisoma Biblia moja, imani pia inapaswa kuwa moja na ubatizo pia unapaswa kuwa mmoja. Swali ambalo litapendeza basi, kama ubatizo ni mmoja, ni ubatizo gani huu ulio sahihi kwa mujibu wa Biblia takatifu? Ni ubatizo gani huu ulio sahihi kulingana na Biblia takatifu? Kwa sababu leo watoto wananyunyiziwa maji, watu wazima wengine wananyunyiziwa maji machache, wengine wananyweshwa supu, wengine wanang'olewa makucha, wengine wanatandikwa makofi. Yaani kuna kila aina za batizo, kuruka moto, kupita chini ya bendera. Batizo zimekuwa nyingi sana na wanadamu wamechanganyikiwa kuhusu ubatizo wa kweli. Mimi naamini kama lazima tujibu swali hilo vizuri, mtu ambaye atakuwa mfano wetu wa kujua ubatizo wa kweli ni Yesu Kristo. Wangapi wanakubaliana na mimi katika hilo? Hebu nyosha mkono wako hewani. Amina. Mtu atakaye kuwa mfano mzuri wa kufahamu ubatizo wa kweli ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ili tujue ubatizo wa kweli ni upi, tujiulize, Yesu aliye mkombozi wetu, Yesu aliyetufia, huyu Yesu alibatizwaje? Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 9. Marko sura ya 1 mstari wa 9, na wale ambao wanaandika nikitoka hapo nitaruka Mathayo 3:16 na 17. Kwa hivyo nataka nisome mafungu haya mawili nikiyaunganisha. Marko nimesema 1 sura ya 9, kisha Mathayo 3:16 na 17. Biblia inasema hivi: ikawa siku zile, Marko 1:9, Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Akabatizwa na Yohana katika Yordani. Kwa hiyo fungu hilo tayari linatuambia kwamba Yesu hakupita chini ya bendera, Yesu hakuruka moto, Yesu alibatizwa kwenye mto wa Yordani. Kipengele cha kwanza muhimu, mahali palipokuwa na maji mengi, maji tele. Ila tupige hatua. Mathayo 3:16 na 17 inasema, Yesu alipokwisha kubatizwa pale Yordani, akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia. Kwa hivyo hapa tunamwona Yesu ambaye amebatizwa, lakini baada ya Yesu kubatizwa tunamwona Yesu akipanda kutoka majini. Ina maana ili apande kutoka majini, Biblia inamaanisha kwamba alikuwa ameshuka, amezama ndani ya maji ndiyo apande kutoka majini. Ina maana Yesu alibatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji, na baada ya kuzamishwa ndani ya maji Yesu Kristo akapanda, yani akainuka kutoka majini. Kama imeeleweka hiyo, hebu punga mkono wako tena. Amina. Bwana akubariki. Leo nitakuchosha lakini uniwie radhi ili kwamba nijue kwamba tupo pamoja. Tupige hatua. Biblia inasema kwamba alipobatizwa mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hivyo baada ya Yesu kubatizwa, vitu viwili spesheli vilitokea. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu alimshukia ili ampe uwezo kuliko wa kawaida kukabiliana na majaribu. Kwa hiyo yeyote anayebatizwa ubatizo wa kweli, Mungu huwa anamwongezea uweza wa Roho Mtakatifu, manake mapambano ni makali. Baada ya kubatizwa vita vitachacha. Kwa hivyo Yesu anampatia uweza wa Roho Mtakatifu ili aweze kushinda majaribu. Waliobatizwa sabato iliyopita, waliobatizwa sabato ya kwanza mkutano huu wa Injili, mlipotoka majini, Mungu aliachia uweza wa Roho wake Mtakatifu ukusaidie katika majaribu, na ukishirikiana na huyo Roho wa Mwenyezi Mungu Mtakatifu, ushindi katika majaribu ni hakika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ushindi katika majaribu ni hakika kwa yeyote ambaye anashirikiana na uweza wa Roho Mtakatifu unaopeanwa baada ya kubatizwa. Lakini jambo la pili, Yesu alipobatizwa
Biblia inasema kwamba Baba alisema naye kutoka mbinguni. Alisema nini? Alisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Wapenzi, kila mara unapochukua hatua na kukubali mwaliko wa ubatizo, yani kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kuna shangwe, kuna sherehe mbinguni, malaika wanafurahia. Lakini la muhimu, Baba kutoka mbinguni anasema yule aliyepiga hatua ni binti yangu, yule aliyepiga hatua ni mwanangu, ni mpendwa wangu ninayependezwa naye. Je, unatamani Yesu awe na kauli hiyo kukuhusu wewe? Je, unatamani mbingu zijae sherehe kukuhusu wewe? Piga hatua ya kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa njia ya ubatizo. Na unajua, waumini kwenye karne zote wamepata fursa ya kuyaanza maisha mapya kwa njia ya ubatizo. Waumini wapenzi, katika historia ya kanisa wamepata nafasi hii ya kipekee ya kuyaanza maisha mapya kwa njia ya ubatizo. Na kisa kimoja ambacho ninakijua ni ya Mwafrika mwenzetu. Alikuwa anatoka hapa Ethiopia, alikuwa ni mtu mkubwa sana serikalini. Siku moja katika safari zake, wapenzi, akawa anasoma chuo cha Isaya, akawa anasoma maneno ya Biblia, chuo cha Isaya haswa, lakini akawa haelewi. Kisha Biblia inasema kwamba kulikuwa na mwinjilisti ambaye alikuwa anampenda Mungu, jina lake ni Filipo. Roho wa Mungu akamwambia Filipo, kuna bwana tajiri sana yupo ndani ya gari lake, anasoma chuo cha Isaya lakini haelewi. Kimbia ili kwamba uende ukamweleweshe. Je, unajua hivyo ndivyo Mungu amechagua kukutafuta hapa Kenyenya. Anajua kuna maswala ambayo ulikuwa hauyaelewi, kuna vitu ambavyo vilikuwa vimesitirika, lakini akapeana njozi kwa watumishi wake walete mkutano wa injili hapa. Manake anajua kuna vitu ulikuwa hauvielewi. Labda ni sabato ya kweli ya Mungu, labda ni habari kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, labda ni masuala ya imani na uhusiano wako na Yesu Kristo, labda ni masuala ya kaya na familia. Mungu alihisi kwamba huenda hauelewi, na ametuma mkutano huu wa injili. Amewekeza rasilimali, amewaleta watu hata kutoka Marekani, ametukusanya watu wa tabaka tofauti. Anataka ulielewe neno lake. Manake Mungu, by the way, hataki watu ambao wanamfuata tu. Hapana, anataka akueleweshe, angalau ujue neno lake linasema nini haswa. Na ndiyo maana mkutano huu sasa umepiga nafikiri siku yake ya 11 ama 12 leo, kwa sababu Mungu anataka aufikie moyo wako. Filipo akakimbia mbio akamwelewesha. Na kitabu cha Matendo ya Mitume, hicho kisa ambacho nimesema kiko sura ya 8, lakini mimi nitasoma kutokea mstari wa 36 hadi 39. Matendo ya Mitume 8:36 hadi 39. Wewe unaweza kuanza kutokea 35 huko juu kwa kusoma kisa hicho. Biblia inasema, baada ya yeye kueleweshwa, wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Unajua, natamani kuwa na experience kama hii ya Filipo. Imagine uhubiri, kisha baada ya kuhubiri hata upeane mwito wa ubatizo. Aliyehubiriwa mwenyewe anasema, kuna mahali kuna mto hapa Kenyenya, kuna mahali kuna maji mengi hapa Kenyenya, mimi nataka nibatizwe. Filipo alikuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, ulimjaa, na kwa sababu hiyo alipomwelimisha, alipomtia chuoni kutumia Biblia, yule towashi akasema, maji ndiyo haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Na mimi nakuuliza msikilizaji wangu mpendwa, maji yako, mto uko hapa kando, ni kipi kinachokuzuia usibatizwe?
Unahisi uko mbaya sana, sio sababu ubaya wako ndio Yesu anahitaji. Unajihisi hauko tayari, sio sababu hautawahi kuwa tayari ukingojea muda huo. Unahisi ya kwamba Yesu hawezi kukubali. Hapana, anakuita jinsi ulivyo. Anasema, njooni kwangu enyi nyote mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawapumzisha. Anasema, yeye kwangu ajaye sitamtupa kamwe. Anasema wote waliompokea aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wake. Anasema uwezo wangu umetimilika katika udhaifu wako. Hakuna mahali Yesu amemkataa mdhambi. Unaweza kuja wakati wowote, unaweza kuja kwa njia yoyote, unaweza kuja kama utakavyo. Shughuli ya ukarabati, shughuli ya kufanya ubadiliko ni kazi ya Yesu mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukarabati ni kazi ya Yesu. Njoo jinsi ulivyo, njoo. Heaven Targeters watakwambia, mwaka juzi tulikuwa na mkutano pale Waithaka. Nafikiri ni mkutano ambao mimi binafsi umebaki kama kumbukumbu katika mawazo yangu kwa muda mrefu sana. Tulikuwa tukifanya mkutano pale Waithaka backstage. Na siku za kwanza tulipofika Waithaka, hata sisi mioyo yetu ilichoka. Tulihisi hapa mkutano hapa basi hakuna kufaulu. Kwa sababu pale walevi ndio walikuwa wamejaa kisawa sawa. Na sio walevi hivi hivi. Ni mlevi ambao ukimwona leo utadhani kesho huyo atakufa. Kwa sababu amelewa mpaka nguvu zimemwisha. Hana hata any attraction, mvuto wote hana kabisa. Pombe imemaliza ngozi, sura atamaniki, hapendezeki kabisa. Lakini wapenzi, ningekuwa natumia projector leo, ningeonyesha picha za walevi ambao baada ya ubatizo walikuwa watu tofauti kabisa kabisa. Na imagine siku tulipowabatiza, wengine watu waliobatiza na harufu ya pombe. Ni kama waliraukia pombe asubuhi ndipo waje kwa ubatizo mchana. Harufu ya pombe. Na unajua kazi ya hubiri imenifundisha, wakati mwingine, hii nazungumza na washiriki sasa, huwa tunataka kufanya kazi ya Roho Mtakatifu. Wakati mwingine huwa tunataka kufanya kazi ya Roho Mtakatifu ambao hatupaswi kuifanya kabisa. Manake tukihubiri na watu wakimkubali Yesu Kristo, usisahau ya kwamba walichokiamini ni Yesu Kristo. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo hata hawajavielewa, lakini tunawashurutisha, tunawasukuma, tunataka badiliko lifanyike hata kabla ya kuwaelewesha. Si nimeona mashemasi wa kike ambao wanafumua nywele za watu wanaoenda kubatizwa, na yeye amefunga nywele zilizosokwa ndani ya kitambaa cha community service. Si nimeona mashemasi wa kike ambao wanakwangura kucha ambazo zimepakwa za wale wanaoenda kubatizwa, na yeye kiatu chake ndani kimeficha za kwake ambazo zimepakwa. Unafiki wa hali ya juu. Sasa huo mkutano tuliwabatiza walevi wengi. Actually 50% ya waliobatizwa, tulibatiza almost close to 200 people. 50% waliobatizwa walikuwa ni walevi. Tuliwabatiza na harufu za pombe, tuliwabatiza na rasta juu ya kichwa, zile Rastafarians kabisa, zile ambazo tunasema ni za Mungiki, tuliwabatiza nazo. 1 month later, watatu katikati yao hakuna mtu aliyewaambia, walienda kinyozi peke yao, wakatoa rasta peke yao. It's called the power of the gospel. Inafanya transformation kwa njia ambayo wewe huwezi kuielewa. Wapenzi, tukihubiri na kuwaita kwa Yesu Kristo, wacha waje kwa Yesu, mwache afanye kazi ya ukarabati na mabadiliko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine nakaa, alafu unahubiri na jasho linakutoka, unachoka, watu wanakuja kwa Yesu Kristo. Samahani, anatokea wa kubatiza siku ya mkutano mwisho, kisha anaanza kuwachuja. Lakini kwa sababu we ni mtu wa kawaida, una nguvu wakati mwingine wa kusema lazima batizwe. Nilikuwa mahali, by the way, nikasikia moyo wangu umelia sana. Baada ya kuhubiri, tulikuwa na mikutano kadhaa.
Kisha akaja mchungaji akafanya vows, ni sawa. Baada ya kumaliza, kukawa na wasichana 4 ambao walichelewa kwa sababu ya usafiri. Walipofika wakasema, tumekuja kuchelewa, lakini tunaomba nasi tushirikishwe katika ubatizo. Niliwaona wakitoka machozi hivi kwa sababu walikatazwa hawawezi kubatizwa. Ni kipi kilichokuwa kigumu? Kuregelea vows 12 peke yake. Ni 12 ama ni 13? 13. Ni 13 pastor? 13. Ingechukua dakika ngapi kuregelea vows 13 kwa sababu ya mtu ambaye amejitoa kwa Yesu Kristo? Sometimes what happens, the burden of perishing souls ndio kitu ambacho hakipo. Dini inaongoza, samani kwa maneno yangu magumu leo, dini inaongoza zaidi ya upendo wa Yesu Kristo moyoni. Na ndio waliokuwa Wafarisayo. Wanamsulubisha Yesu msalabani, alafu wanaregea mahali patakatifu kuchinja kondoo. Wanamwangika Yesu msalabani, alafu wanaregea mahali patakatifu kuendelea kuchinja kondoo. Hata Biblia wamekuwa kisoma chuo ikiambia mwana kondoo wa Mungu atakuja, lakini kwa sababu dini inawaongoza hawaoni kwamba Yesu amefika sasa, ndio huyu Masihi, ndio ili Mungu awaprove wrong. Yesu alipokuwa msalabani, dunia ikatetemeka, visu vikaanguka chini, mwana kondoo akachomoka, kwa sababu mwana kondoo kamili wa Mungu alikuwa ameangikwa msalabani tayari. Wapenzi, huyu akasema, maji haya hapa, ni kipi kinachonizuia nisibatizwe? Biblia inasema kwamba yule towashi akasema, tazama maji haya, ni kipi kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Alafu akasema yule towashi, na amini ya kwamba Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kilichohitajika kwake ni kuamini kwamba Yesu anaweza kuyaongoza maisha yake, kwamba Yesu anaweza kumwendesha kama atakavyo yeye. Ni kuamini. Manake pia hata baada ya ubatizo tuna kipindi cha kuendelea na mafundisho, bado tu. Ubatizo umekuwa katika hali za nyuma katika historia ya kanisa, na wengi wamepiga hatua ya hiyo. Natumai wewe pia umeona hata katika swala hili, Filipo na huyu towashi pia wametumia maji, na wameingia wote majini, na akamzamisha ndani ya maji. Hata katika swala hili bado ubatizo ni wa kuzamisha ndani ya maji. Actually, unajua neno ubatizo ni neno ambalo limetoholewa. Tukisema kutohoa, tunamaanisha kwamba silo neno rasmi katika lugha ya Kiswahili au Kiingereza. Silo neno rasmi, ni neno ambalo limeombwa. Kwa mfano, hichi chombo hapa mbele tunakiita speaker. Hiyo tumetohoa, manake tumetoa kwa Kizungu speaker, tumetoa tu er tukaweka a pale mwisho, na huko nyingine tukatoa ea hapo katikati. So tumeiswahilisha. Ni kuswahilisha ama kuweka neno katika lugha yako kwa namna yako. Sasa tunasema kwamba hii ni speaker. Tukisema ubatizo ni neno ambalo limetoholewa katika neno la Kiyunani ambalo ni baptizo, yani maana yake kuzamisha ndani. Wanasema kwenye viwanda vya nguo sehemu ya Uyunani, walikuwa wakitaka kubadilisha rangi ya nguo. Kwa mfano, shati langu hili la blue wanataka liwe papo, wanalitumbukiza ndani ya rangi, na wanasema kwa hiyo wanaibaptizo, wanaizamisha ndani, kumaanisha ubatizo. Hata maana neno hilo lenyewe ni kuzamisha ndani. Na historia ya kanisa kwa muda mrefu imekuwa ikifanya shughuli ya kuzamisha. Hata ndugu zetu wa Katoliki wamekuwa wakizamisha kwa muda mrefu sana. Badiliko hili la kuitoa katika ubatizo wa kuzamisha hadi katika masuala ya kunyunyiza lilifanyika kwenye baraza la mahali linaitwa Ravenna mwaka wa 1311.
Kwenye baraza la Ravenna, makanisa wakakaa pamoja na kukubaliana, haswa kwa sababu ya convenience, kuleta swala la kunyunyiza. Lakini haimo katika Biblia kabisa. Kama sabato ya Mungu ilivyohamishwa, kama atakavyofunza mchungaji Brian leo, kama ilivyohamishwa, ndivyo ubatizo ulivyofanyiwa badiliko. Lakini ubatizo wa kweli wa Biblia ni wa kuzamisha ndani ya maji. Kila anayeamini anapaswa azamishwe ndani ya maji. Kama imeeleweka, nisikie wapenzi mkisema amina. Basi nipige hatua. Kwa nini? Nimalize, naona muda wangu nao pia unakimbia. Kwa nini? Maana ya ubatizo ni nini haswa? Warumi 6:3 na mstari wa 4. Warumi 6:3 na mstari wa 4 inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliyebatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi anasema tulizikwa pamoja naye katika njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende upya katika uzima. Kwa hivyo ubatizo ni ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Kinachokufa ni maisha yetu ya kale, kinachokufa ni maisha yetu ya dhambi. Tunasema sasa tumeamua kumfuata Yesu Kristo, yeye atuongoze. Akisema ni kushoto tutakanyaga, akisema ni kulia tutakanyaga. Tunakufa ndipo tuzikwe. Matatizo mengi ya kanisa, by the way, leo ni kwa sababu kuna watu ambao waliwahi kuzikwa bila kufa. Matatizo mengi ya kanisa leo ni kwa sababu kuna watu ambao waliwahi kuzikwa bila kufa, kwa sababu hawakuchagua maisha ya kale ya baki, Yesu aanze kuwaongoza. Hivi leo amekuwa ni tatizo kanisani. Ukimzika mtu ambaye hajakufa, lazima mchanga utatikiswa, lazima jeneza litapigwa. Atasema niondoweni huku, manake sifai kwa huku. Anayepaswa kuzikwa ni mtu aliyekufa tu. Washiriki wanaolitatiza kanisa leo ni wale ambao walizikwa pasipo kufa. Watasumbua uongozi wa kanisa, watatatiza vikundi vya kanisa, hawatasupport kanisa na mali yao, hawatataka kushinda dhambi kwa sababu hawakufa, hawajaruhusu maisha ya kale yaende, Yesu Kristo awaongoze kabisa. Kwa hivyo wapenzi, tunapobatizwa tunafia maisha ya zamani, lakini pia tunayazika ndani ya maji. Na kama ulienda pale mahali tunabatizwa, mwanzo niliona huku inafanywa kwa njia ya ajabu ama ya nzuri sana. Yule mbatizo nilimwona anaambiwa yake mikono hivi, ni kama anafunga pua kabisa, ishara kwamba hapumui tena. Anapoenda chini ya maji hapumui tena, kisha anarudi kusema sasa ninaanza maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Anayebatizwa anatangaza ya kale sasa yamekwisha, yamepita, nimefanyika kiumbe kipya. Sikia, ubatizo haumaanisha kwamba wewe ni mkamilifu. Ubatizo unamaanisha umejitoa kikamilifu. Haujakamilika, una mapungufu, kuna mambo ambayo yanapaswa kuweka sawa, lakini umejitoa kikamilifu ili Yesu akuongoze, ili Yesu ayaongoze mapito yako, akupe masharti yako. Yaani unapobatizwa ni kama unasema nitakuandama kote, naam ulinifia, nitatembea na wewe kama alivyotembea Enoka. Kwa hivyo unapokuja kubatizwa unasema najitoa kikamilifu. Kwa hivyo usisubiri mpaka ukamilike ndipo uweze kubatizwa. Manake ubatizo sio mwisho wa maisha ya Kikristo, ni mwanzo tu. Ni mwanzo tu wapenzi. Ubatizo unatupatia hali mpya ya uhuru, uwezo mpya wa kiroho, maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Chagua kubatizwa. Chagua kumkubali
kumkubali Yesu Kristo. Chagua kutangaza hadharani tunapobatizwa wapenzi. Jambo la kwanza, kila dhambi huwa inasamehewa. Lakini pia tunapobatizwa wapenzi, tunapewa Roho wa Mwenyezi Mungu. Kila dhambi inasamehewa, lakini pia tunapewa Roho wa Mwenyezi Mungu. Mtu anauliza, yule mwivi pale msalabani kwani alibatizwa? Unajua, yule mwivi angekuwa na nafasi ya kushuka msalabani, angeenda kubatizwa. Na ubatizo wa Yesu Kristo unamfunika kila mtu ambaye alikuwa na nia ya kubatizwa, lakini fursa hakuweza kuipata. Kwa mfano, kuna watu ambao tayari najua wamejitoa hapa kubatizwa siku ya Sabato tena. Hata leo pale kanisani mabinti wawili walinijia wakasema, tumeamua tunataka tubatizwe na sisi mwisho wa mkutano huu. Najua wapo watu wengi ambao wamejitoa, lakini iwapo kwa bahati mbaya mmoja kati yao afe kabla ya Sabato, Mungu asiruhusu hivyo, mmoja kati yao afe, ina maana alikuwa na nia ya kubatizwa, fursa ndiyo iliyokosekana. Huyo mbingu inahesabu kwa kipimo chake chenyewe kwamba tayari ni sawa na kubatizwa. Ubatizo wa Yesu Yordani unamfunika, na ndio iliyofanyika kwa yule mwizi pale msalabani wapenzi. Kwa hivyo tunapobatizwa kila dhambi inasamehewa, lakini tunapobatizwa pia wapenzi, tunapokea Roho wa Mungu. Jambo la mwisho na la tatu, tunafanywa watoto wa familia ya Mungu. Tunafanywa watoto wa familia ya Mungu. Matendo ya Mitume 2:41 Biblia inasema, nao wote waliobatizwa, waliopokea neno samahani, wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka wapata watu 3,000. Watu 3,000. Kwa hivyo wapenzi, mwaliko wa kubatizwa ni mwaliko wako. Wewe ambaye hujabatizwa, wewe ambao bado na sita kujipeana au kutojipeana, huu mwaliko ni wako. Ujipeane wakati huu, na hakuna kazi ngumu ya kufanya hapa. Unauliza, nafaa kufanya nini ili nibatizwe? Sikia, jambo la kwanza, tubu. Yani sikitikia dhambi na uwe tayari kuziacha. Uwe tayari, yani uwe tayari kujipeana, Yesu akupe uwezo wa kuziacha. Tubu. Lakini jambo la pili, amini, mkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amini. Jambo la tatu, jifunze. Kusudia kujifunza. Ndio maana tumekuwa tukifunza hapa. Jifunze maelekezo yanayohusu mambo muhimu katika Biblia. Na baada ya ubatizo bado kuna kipindi cha kujifunza. Watu huwa hawamalizi kujifunza. Hata mimi bado kuna masuala siyajui katika Biblia hii, bado ninajifunza. Hata mchungaji bado anajifunza. Sote ni wanafunzi katika chuo cha Kristo. Hakuna hatakayehitimu mpaka Yesu atokee mawinguni. Kwa hivyo ni kipindi cha kujifunza tunapokuja kumkubali Yesu Kristo. Mtu anauliza, mimi niliwahi kubatizwa, je, napaswa kubatizwa tena? Utasoma kwa wakati wako. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 1 hadi wa 5. Kuna watu ambao waliwahi kubatizwa baada ya kubatizwa. Sababu gani za kubatizwa? Mimi nitapeana 2 peke yake, wengine wanaweza kupeana nyingi. Kuna sababu ambazo zinakuruhusu kubatizwa mara ya pili. Jambo la kwanza, mtu ambaye aliwahi kubatizwa akamwacha Kristo na kuregea ulimwenguni, huyo akirudi na anatamani kuwa sehemu ya familia ya Yesu Kristo, ameruhusiwa kubatizwa tena. Uliwahi kumpokea Yesu Kristo, dhambi ikakuponda, ukashiriki pale nje kwa dhambi za hadhara haswa, ukaenda regea kugagaa katika ulevi, katika uzinzi, katika yote ambayo unafikiria na unahisi sasa yatosha, natamani nirudi nyumbani. Unaporudi tena ukiamini kutaka kwa hiari yako mwenyewe, umeruhusiwa kubatizwa tena. Lakini jambo la pili, Mkristo aliyejitoa lakini sasa amegundua ukweli katika neno la Mungu ambao alikuwa hajaugundua pale awali, na anatamani kuwa sehemu ya wanaoshika amri za Mungu, huyo anaruhusiwa pia kubatizwa tena akitaka. Kwa mfano, tumefunza hapa kuhusu Sabato ya kweli. Hukuifahamu, unatamani kuanza kuitunza na kufuata watoto wa Mungu ambao wanaitunza. Ukiamua kubatizwa kwa hiari yako tena, umeruhusiwa
unaruhusiwa kuja ili kwamba ukabatizwe tena, wapenzi. Na Yesu anataka ujue ya kwamba hili swala ni muhimu. Hili swala sio la kuchukuliwa ama kukataliwa. Hili swala ni muhimu sana kwa Yesu. Ndio maana Yohana 3:5 Yesu akimwambia Nikodemo, Yohana 3:5 akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu asipoongoka kwa Roho, lakini mtu asipotangaza hadharani, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yesu ndiye anayetamka. Kwa hiyo ubatizo ni muhimu. Yesu akasema, na fungu limerejelewa sana hapa Marko 16:16, aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo Yesu anakupatia mwaliko barabarani. Yesu anakupatia mwaliko hapa viwanjani. Yesu anakupatia mwaliko hata mtandaoni. Amini ubatizwe ili uokoke. Na waraka wa pili wa Korintho 6:2 inasema, tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ni sasa. Wacha kuahirisha, peana jina uandaliwe kwa ubatizo. Wacha kusukuma mbele, peana jina uandaliwe kwa ubatizo. Wakati uliokubalika ni sasa, wapenzi, jitoe kwa ubatizo. Basi mimi nakuuliza kwa maneno ya Biblia, Matendo 22:16. Basi sasa, Matendo 22:16, unakawilia nini? Simama, ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliita jina lake. Ni kipi kinachokusitisha? Simama, ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliita jina lake. Yesu anataka upeane maisha yako kwake. Yesu anataka utangaze hadharani kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi. Yesu anataka ujitoe kikamilifu kwake. Kulikuwa na mkutano wa Injili Mwea, hapa ndipo namaliza. Baada ya majuma matatu, ulikuwa ni mkutano wa majuma matatu ya kuhubiri, walijitoa watu wengi kama 70 na hivi kwa sababu ya ubatizo. Miongoni mwao kulikuwa na mtoto wa umri wa miaka 10 aliyejitoa kwa sababu ya ubatizo. Sasa unajua kanuni ya kanisa hairuhusu miaka hiyo mtu kubatizwa, ila yule mtoto alisisitiza sana ya kwamba nataka nibatizwe. Mchungaji aliyekuwa akiongoza ubatizo alikuwa ni mchungaji anayeongozwa na Roho wa Mwenyezi Mungu. Akasema, kwa sababu huyu amesisitiza, nitamuuliza maswali mawili, akiyapata nitambatiza. Akamuuliza swali la kwanza, mtoto akapata. Akamuuliza swali la pili, mtoto akapata. Akasema abatizwe. Akabatizwa Jumamosi kama jinsi utabatiza hii inayomaliza mkutani. Jumapili asubuhi, wahubiri wakiwa wakifunga safari, baadhi yao walikuwa wanatoka Mombasa, wanatoka sehemu za Mwea ili kwamba waende sehemu za Mombasa. Sasa wakiwa njiani wakapokea simu, hello, tuna habari ambazo si nzuri sana, tunatamani ili kwamba mtusaidie katika maombi. Tatizo ni gani? Yule mtoto wa miaka 10 mliyembatiza jana amekufa leo. Watu wakashangaa, vipi? Alikuwa mzima, alikuwa sawa. Anasema mtoto alikuwa na furaha ya kubatizwa. Asubuhi Jumapili akakusanya watoto wenzake kijijini, akaenda nao mahali ambapo alibatizwa, akamwambia njooni niwaonyeshe ubatizo wa kweli. Sasa akawa anafanya jinsi mchungaji alikuwa akifanya. Kwa bahati mbaya, mto ulikuwa maji yako na kasi nyingi, ikamsomba, na hapo ndipo alipokata uhai wake.
Watu huja katika mikutano kama hii na wanasikia sauti ya Yesu ikinong'ona katika mioyo yao huwa, lakini huwa wanaondoka pasipo kukata kauli. Wanaondoka pasipo kuitikia wito wa ubatizo. Wanaondoka wanasikia Yesu anasema jitoe, lakini anasikia mwaliko, mchungaji anang'ang'ana, anapambana, jasho linatiririka, moyo anamwambia jitoe, lakini bado anatoka hata baada ya kusikia Yesu anamwita kweli kweli. Jioni hii natamani nikwambie, Yesu anatamani kukaa na wewe katika umilele. Shetani anataka akurudishe nyuma, akuzubaishe, ili unaposikia mwaliko kama huu, ukipiga hatua nyuma, atafute njia ya kumalizana na wewe kabla haujampokea Yesu. Lakini kwa sababu umepata nafasi ya kipekee, natamani kama haujabatizwa na uko hapa jioni hii, na usiregee nyumbani bila kuyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Wala sisemi unaenda kufariki, hapana, unaweza kuishi tu, lakini ni hatari. Yesu akizungumza na wewe, akikupatia msukumo, akikualika na uondoke bila kukata kauli, ni hatari. Muulize Agripa alisimwambia Paulo, karibu niwe Mkristo, karibu nisawishe niwe Mkristo. Muulize Felix katika Biblia, atakwambia, alimwambia Paulo, nenda, nikiwa na wakati mzuri nitakuita. Hakuna wakati mzuri wapenzi, wakati wa kuikubali injili na kupokea mwito wa kubatizwa ni wakati unasikia moyo unachomwa, moyo unasukumwa ili ujitoe. That's the best time to give yourself to Christ Jesus. Manake ukisubiri, shetani anajua kupoesha. Ninasukumwa kuuliza aidha ili niombe, je, kuna mtu ambaye hajajitoa mpaka sasa na anatamani na yeye ajitoe? Hebu nyosha mkono wako kama uko hapa. Je, kuna mtu ambaye hajajitoa? Mungu akubariki. Je, kuna mtu ambaye hajajitoa mpaka sasa na anatamani ya kwamba ajitoe sasa? Hebu nikuone kwa ishara mkono. Je, yupo mtu? Je, yupo mtu? Sina muda, unajua nafaa kupisha kipindi kingine. Je, yupo mtu hajajitoa mpaka sasa lakini anasema natamani nijitoe mimi, nijitoe mimi? Hata mmoja tu itakuwa imetosha. Huyo mmoja tu. Nimeona mkono kule nyuma. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Hakikisha kwamba nikiomba tu huje upeane jina lako hapa. Jamani, Bwana asifiwe kwa huyo mtu mmoja. Amina. Je, kuna mwingine? Je, kuna mwingine ambaye sijamwona? Kuna mwingine pale nimemwona. Bwana akubariki kabisa. Tukimaliza tu nikishuka hapa, peana jina. Kuna yule ndugu pale anachukua majina. Leta jina lako hapo. Labda kwa sababu ya ufupi wa muda wangu sitaweza kusii tena, lakini kama yupo huko, kama yupo hapa, kama unanisikiliza kutoka madukani, kama unanisikiliza kando ya barabara na unasikia Yesu anakusii, nimewaona huko nyuma ndugu zangu wawili. Bwana awabariki kabisa. God bless you so much. Hata nitafikiri kuwasaidia utaenda kwao tu huko ukachukua haya majina huko mahali walipo wale wawili kule mwisho. Bwana wabariki kabisa. Bwana akuzidishie. Ila kama sijauona mkono wako na unatamani kujitoa kwa ubatizo, uyaanze maisha mapya ndani ya Yesu Kristo, nafasi bado ipo. Jitoe. Mungu na atubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya kutuelekeza kutoka kwenye chuo chako. Asante kwa sababu ya mausia ya neno lako, na mioyo yetu imeguswa kujua ya kwamba kumbe tunaweza kuyaanza maisha mapya kwa njia ya ubatizo. Yesu, tunakusihi kwa neema yako utupatie uweza, wale ambao wapo hapa na hawajabatizwa na wamesikia msukumo wa kujitoa kwako Bwana. Najua Shetani anajua kukatisha tamaa, lakini wewe unajua kupeana tumaini. Basi Bwana, peana tumaini, peana ujasiri, peana nguvu, ila kila mmoja aliyesikia sauti hii na anasukumwa kujipeana kwako, akajipeane kungali mchana. Neema yako itoshe hata kwa wale ambao walibatizwa zamani, ukatuhuishe tena
tukumbushe ya kwamba tuliyafia maisha ya kale, tuishi maisha mapya ndani yako. Neema yako itutoshe kwenye vipindi vilivyosalia, unapowabariki wote ambao wameinua mikono kujitoa kwa sababu ya ubatizo, lakini pia unapowagusa mioyo wale ambao bado hawajitoa pia kikamilifu Bwana, ili kwamba sote tuweze kuandalika kwa sababu ya ufalme wako. Asante kwa sababu ya kutusikiliza, asante kwa sababu ya kutujibu. Ndivyo tu ambavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Asante, Mungu awabariki. Amen. Number 117, tunapowakaribisha Heaven Targeter, tunaposubiria kipindi kinachofuata. Wimbi la damu la Yesu, wimbi la damu la Yesu linatutakasa. Heaven Targeters wanapokuja. Wimbi la damu la Yesu, twende. Wimbi la damu la Yesu linatutakasa, aliumia kusudi tupate uzima. Wimbi la damu naona naingia, natakasa, Bwana asifiwe sana. Hutakasa, hutakasa. Damu inasema kwangu, nasikia mvuto, inasema moyo wangu hutakaswa nayo. Wimbi la damu naona naingia, natakaswa, Bwana asifiwe sana. Hutakaswa, hutakaswa. Naondoka kutembea kwa nuru ya mbingu, mavazi yamesafishwa moyoni ni Yesu. Wimbi la damu naona naingia, natakaswa, Bwana asifiwe sana. Hutakaswa, hutakaswa. Neema, neema ni ya ajabu, kutakaswa ndani na kuwa naye Yesu tu aliye Mwokozi. Wimbi la damu naona naingia, natakaswa, Bwana asifiwe sana. Hutakaswa, hutakaswa. Wimbi la damu naona naingia, natakaswa, Bwana asifiwe sana. Hutakaswa, hutakaswa. Thank you, Heaven's Targeters, for that beautiful music. Asanteni sana Heaven Targeters kwa sababu ya wimbo huo mzuri. The Bible says, Biblia inasema, from the rising of the sun jua linapochomoza unto the going down of the same, hadi linapotua, the Lord's name is to be praised. jina la Bwana linapaswa kutukuzwa. Bwana asifiwe. Amen. Thank you for being here today. Asanteni sana kwa sababu ya kuwa hapa siku hii ya leo. I have been so blessed to be here this week Nimebarikiwa sana kuwa hapa juma hili, and to get to know some of you na ili kwamba niweze kuwafahamu wengine wenu, and to get to play with your children. na pia nimefurahi kucheza na watoto wenu. They are so precious. Ni watoto wa kipekee sana. Jesus loves the little children. Mungu Yesu anawapenda watoto wadogo.
I appreciate my brother Robinson. Ninamshukuru sana ndugu yangu Robinson. That was a powerful message on baptism. Ulikuwa ni ujumbe wa nguvu kuhusu batizo. The Bible says in Mark 16 verse 16. Biblia inasema kitabu cha Marko 16:16. He who believes aaminie and is na baptized kubatizwa shall be saved. ataokoka. But he who does not believe Yule ambaye asiamini shall be condemned. atahukumiwa. I don't know about you, Sijui kuhusu wewe, but I want to be saved. lakini mimi nataka kuokolewa. I want to be baptized. Nataka nibatizwe. If that's what Jesus wants for me. Manake hilo ndilo Yesu anataka kwa sababu yangu. Amen. 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 Well, we're going to continue our Bible study today. Tutaendelea na uchambuzi wetu wa Biblia tena leo. Our subject this evening Leo somo letu is ni the change of the Sabbath. badiliko la Sabato. We learned the Sabbath is God's holy day. Jana tulijifunza kwamba Sabato ni siku takatifu ya Bwana. But there seems to be some confusion today Lakini kuna kuchanganyikiwa leo about which day that actually is. kwamba hiyo ni siku gani haswa ya Sabato. So we want to study our Bibles carefully. Nataka tujifunze Biblia kwa umakini. Amen? Amen. Amen. Let's study and look at Revelation chapter 12 and verse 9 Tuangalie kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wake wa 9. and find out how the devil operates. Tuangalie jinsi shetani afanyavyo kazi. Bible says, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Did you hear that verse? Je, ulisikia fungu hilo? The dragon or the devil Shetani au joka is trying to deceive how many people? anajaribu kuwadanganya watu wangapi? The whole world. Ulimwengu wote. That includes you and me. Hiyo inahusisha mimi na wewe. I don't want to be deceived. Sitaki kudanganywa. Do you? Je, unataka? No. Hapana. We must study our Bibles carefully. Lazima tujifunze Biblia zetu kwa The umakini. devil deceived Adam and Eve Shetani alimdanganya Adamu na Hawa long ago in the Garden of Eden. miaka ya kitambo katika shamba la Edeni. I am not smarter than the devil Mimi sio mwerevu sana kumshinda shetani without God's help from his word. bila usaidizi wa Mungu kutoka kwenye neno lake. Therefore, we must study carefully. Kwa hiyo lazima tujifunze kwa umakini. How does Jesus define or describe Yesu anaeleza vipi his true disciples, mwanafunzi wake wa kweli, those who really follow him? wale ambao wanamfuata kwa kweli? Let's read John 8, Tutasoma kitabu cha Yohana 8 verses 31 and 32. mstari wa 31 na 32. John 8, 31 and 32. Yohana 8:31 na 32. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Okay, pause for a moment. Tulia hapo kidogo. How does Jesus define his disciples? Yesu anawaelezea vipi wanafunzi wake? If you continue Mkikaa in my word, katika neno langu, then are you my disciples basi indeed. nyinyi ni wanafunzi wangu kweli kweli. In order to continue something, Ili ukae katika swala fulani, you have to begin something. lazima uanze swala fulani. Begin studying the word of God. Anza kujifunza neno la Mwenyezi Mungu. Jesus defines his disciples Yesu anawatambulisha wanafunzi as wake carefully reading and studying his word. wanaosoma neno lake kwa umakini. And then what will be the result? Verse 32. Matokeo yake ni gani? Mstari 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Did you hear that verse? Je, mlisikia fungu hilo? The truth Ukweli shall make you free utawaweka huru from error, kutokana na from madanganyifu, deception, kutokana na kupotezwa, to be safe in God. ili uwe salama ndani ya Mwenyezi Mungu. This is what we must have. Hiki ndicho lazima tuwe nacho. Yesterday we learned about the Sabbath, Jana tulijifunza kuhusu Sabato, that it's very important to spend time with God. kwamba ni muhimu sana kuwa na wakati na Mwenyezi Mungu. Let's look at another verse Tuangalie fungu lingine that tells us about how long the Sabbath would continue. ambalo linatuonyesha kwamba Sabato itadumu kwa kiasi gani. Exodus 31, Kitabu cha Kutoka 31 verses 16 and 17. mstari wa 16 na mstari wa 17. Bible says, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed.
It is a sign between God and his people for how long? Sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake kwa muda gani? Forever. Milele. Forever. Milele. It is important. Ni muhimu. It is a memorial of creation. Ni kumbukumbu ya ukombozi. Do you know what a memorial is? Je, unajua kumbukumbu ni nini? Something that commemorates an event that's already happened Kitu in the ambacho past. kinapeana ukumbusho wa tukio ambalo lilifanyika pale nyuma. It could be a statue, Inaweza kuwa ni kitu ambacho kimechongwa, a special place ama ni mahali speciali that reminds people panapotukumbusha ama kuwakumbusha watu something important in the past. kuhusu kitu muhimu ambacho kimefanyika pale nyuma. The Sabbath is a memorial Sabato ni kumbukumbu of our creation at the beginning. ya uumbaji wetu pale mwanzo. Does a memorial change? Je, kumbukumbu inabadilika? No. La. That past event stays fixed in history. Kile swala ambalo limefanyika nyuma, tukio lile limebaki kusimama katika historia. Remember this thought. Kumbuka wazo hili, because the devil has tried to alter or change God's memorial. Manake shetani amejaribu kuharibu na kubadilisha kumbukumbu ya Mwenyezi Mungu. Is it reasonable to expect ni sawa kutarajia that if God were to change the Sabbath, kama Mungu angeibadili Sabato, he would tell us in his word, angetuambia ndani ya neno lake, yes or no? Ndio au la? Yes or no? Yes. Ndio. Yes, it is reasonable to expect Ni that. kweli kabisa kutarajia hivyo. When we look at the New Testament, tukiangalia Agano Jipya, the events that happened during the time of Jesus and afterwards, matukio ambayo yalifanyika wakati wa Yesu na baadaye, we find 8 Bible verses tunapata mafungu 8 ya Biblia that mention the first day of the week. ambayo yanazungumzia siku ya kwanza ya juma. Let's look at those, tuangalia mafungu hayo, and see if there is any hint, kama kuna dokezo lolote, any indication katika mafungu hayo that God has changed his memorial kwamba Mungu ameibadili kumbukumbu yake of creation ya uumbaji. Let's study. Tuangalie pamoja. Our first text, fungu letu la kwanza, Luke 23 and verse 56. Kitabu cha Luka 23 mstari wa 56. And then we'll read following Luke 24 verse 1. Actually, Luke 24 verse 1 is our first day text. Actually, fungu letu la kwanza linapaswa kuwa Luka 24 mstari wa kwanza. But the text right before, lakini fungu ambalo linaanza hapo nyuma, will give us an important piece of information. Natupatia swala la muhimu sana kwetu katika somo letu. Luke 23:56. Kitabu cha Luka 23 mstari wa 56. And they returned and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath day according to the commandments. 24:1. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. In verse 56, katika mstari wa 56, the disciples kept the Sabbath commandment. Wanafunzi walitunza sheria ya Sabato. They rested on the Sabbath. Walipumzika siku ya Sabato. They did not work on the Sabbath. Hawakufanya kazi siku ya Sabato. They spent time with God on Sabbath. Walikuwa na muda na Mungu siku ya Sabato. Then verse 1 of chapter 24. Lakini sura ya kwanza mstari wa kwanza sura 24. After the Sabbath, baada ya Sabato, it simply mentions inataja ya kwamba that they came to look at the tomb. Walikuja kulitazama kaburi. Let's ask some questions. Tuulize maswali fulani. Does it say that God rested on the first day? Je, inasema Mungu alipumzika siku ya kwanza? No. Hapana. Does it say that God blessed the first day? Je, inasema Mungu alibariki siku ya kwanza? No. Hapana. Does it say that God sanctified the Je, first inasema day? Mungu alitakasa siku ya kwanza? No. Hapana. Let's go to the second text. Tuende katika fungu letu la pili. Matthew 28 and verse 1. Mathayo 28 mstari wa kwanza. These are the texts that mention the first day of the week. Haya ndio mafungu yanayotaja siku ya kwanza ya juma. We will look carefully at everyone in the New Tutaangalia Testament. kwa makini mafungu hayo kwenye Agano Jipya. There's no other text that mention the first day of the week. Hakuna fungu lingine ambalo linataja siku ya kwanza ya juma. Matthew 28:1. Mathayo 28 mstari wa kwanza. And the Bible reads, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Does it say that Jesus rested on that day? Je, inasema Yesu alipumzika siku hiyo? Does it say that Jesus blessed that day? Je, inasema Yesu alibariki siku hiyo? Does it say that Jesus sanctified that Je, day? inasema Yesu alitakasa siku hiyo? It does not. Haisemi hivyo. It simply mentions Mary Magdalene went to the tomb Inazungumza kuhusu safari ya Maria Magdala akielekea On the first day of the week. katika siku ya kwanza juma akielekea kaburini. Our next text, Fungu linalofuata Mark 16 verse 2. Marko 16 mstari wa pili. Mark chapter 16 Marko 16 and verse 2. mstari wake wa pili. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. On the first day of the week, Siku ya kwanza ya juma the disciples came to the tomb. wanafunzi walikuja kaburini. Does it say that God blessed the first day? Je, inasema Mungu aliibariki siku ya Does kwanza? it say that God sanctified the Je, first day? aliitakasa? It does not. Haisemi hivyo. There is no hint that God has changed the Sabbath Hakuna dokezo kwamba Mungu aliibadili to the sabato first day of the week. kuja katika siku ya kwanza ya juma. Now let's read verse 9 of Mark chapter 16. Tuangalie sura ya 9 ya Marko hiyo mstari wa 9 wa Marko 16. Now, when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. It is true Ni kweli that Jesus did resurrect on the first day of the kwamba week. Yesu alifuka siku ya kwanza ya juma. The resurrection is very important. Ufufuo ni muhimu sana. The Bible says Biblia inasema without Jesus' resurrection, bila ufufuo wa Yesu Kristo we're all dead in our sins. sote tumefia katika dhambi zetu, But it does not change the day of creation, lakini haibadili siku ya uumbaji given way back at the beginning. ambayo ilipeana pale nyuma mwanzo kabisa. The memorial of our creation does not Kumbukumbu ya change. ukombozi wetu haibadiliki, It was given at the beginning of time, ilipeana pale mwanzo wa wakati and it will continue until the end na of time. itaendelea mpaka mwisho wa wakati. Does it say that God blessed that first day of the week? Je, inasema kwamba Mungu aliibariki No. siku ya kwanza ya juma? Did he sanctify that day? Je, aliitakasa siku hiyo? God has given us a reminder of Mungu ametupatia kumbukumbu the resurrection. ya ufufuo. And my brother here Ndugu yangu hapa just preached about it. amehubiri kuihusu. It is baptism Ni ubatizo that is a symbol, ambao ni ishara, a reminder kumbukumbu of the resurrection of Jesus ya Christ. ufufuo wa Yesu Kristo. So we honor the resurrection. Kwa hivyo tunaiweka na kuitii ufufuo, Baptism is essential kwamba ubatizo ni muhimu to make a public statement, ili kwamba tuweze kutangaza hadharani to follow Jesus Christ. kumtangaza Yesu Kristo, But it does not change the day of worship. lakini haibadili siku ya ibada. Are you understanding? Yes or no? Je, mnaelewa ndio au la? Yes. Thank you. Let's look at one more text on the first day of the week. Tuangalie fungu moja la ziada kuhusu siku ya kwanza ya John juma. chapter 20 and verse 1. Kitabu cha Yohana 20 mstari wake wa kwanza. This will be our 5th text Itakuwa ni fungu letu la 5 sasa out of 8. kati ya 8. 21 nasema, the first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Does it say that God changed the day of worship to the first day? Je, inasema kwamba Mungu alibadili siku ya ibada kutoka siku ya kwanza ya saba hadi ya kwanza? I know this is redundant and repetitive, Najua ni kana kwamba ninarudia sana, but it's for an important purpose, lakini kwa sababu ya sababu muhimu sana, that we would look carefully and clearly ili tuangalie kwa umakini na kwa uwazi at each verse kwa kila fungu that mentions the first day. ambayo inataja siku ya kwanza. God did not bless the first day. Mungu hakuibariki siku ya kwanza, He did not sanctify the first day. hakuitakasa siku ya kwanza. It is simply the first day of the week. Ni siku ya kwanza tu ya juma, According to the 4th commandment, kulingana amri ya 4, where God says, Mungu anaposema 6 days shalt thou labor and do siku all thy 6 work. utafanya kazi, utende mambo yako yote. The first day of the week Siku ya kwanza ya juma is a regular common working day. ni siku ya kawaida ya kufanya kazi, It has no shred of holiness. haina hata chembe ndogo ya utakatifu. Does that make sense? Je, hiyo lina maana kwako? Now there are 3 more texts Kuna mafungu matatu zaidi that sometimes people try to use wakati mwingine watu wanajaribu kuyatumia to support changing
the Sabbath from the seventh day to the first day. wakijaribu kuyatumia kuadhimisha siku ya kwanza kama siku ya ibada. So we really need to look carefully at these next 3 verses. Lazima tuangalie mafungu haya matatu kwa umakini sana. Let's turn in our Bibles. Tuangalie Biblia zetu. 1 Corinthians Wakorintho wa kwanza chapter 16 sura ya 16 verses 1 and 2. mstari wa kwanza na wa pili. 1 Corinthians 16 1 and 2. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza na wa pili. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even do ye, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Some people say Watu wengine wanasema that these verses kama mafungu haya are describing the collection of an offering yanaeleza kuhusu kukusanywa kwa sadaka at a worship service. katika ibada ambayo ilikuwa inaendelea. But does it say that explicitly? Je, inasema hivyo kwa wazi? No, it doesn't. Hapana. Paul is simply saying, Paulo anasema hivi, on the first day of the week, siku ya kwanza ya juma, when most people in the Bible wakati watu wengi kwenye Biblia receive their paycheck, walikuwa wanapata mshahara wao, they receive their money for their work. wanapata hela zao baada ya kufanya kazi. The moment they receive their money, Wanapopata pesa zao tu, what is Kwanzaa? The first thing we should do, kitu cha kwanza wanapaswa kufanya, give offering to God. wapeane sadaka kwa Mungu. Amen? Amen. It does not say it is a worship service. Haisemi kwamba hiyo ni ibada ambayo watu wamekusanya pamoja, wamekusanyika pamoja. It does not say God changed the Sabbath from the seventh day to Haisemi the kwamba first day. Mungu alibadilisha sabato kutoka siku ya 7 kuja siku ya kwanza. It simply says to prepare an offering, Inasema tu ili kwamba uandae sadaka, so that when you do go to church on Sabbath, ili kwamba ukienda kanisani siku ya sabato, you can give it to the Lord. unaweza kuipeana kwa Bwana. God owes the first of our money, Mungu anahitaji kuwa sehemu ya kwanza katika hela the zetu, first of our time, sehemu ya kwanza katika wakati wetu, the first of our talents. sehemu ya kwanza katika talanta zetu. That is what that verse is saying. Ndiyo kitu ambacho fungu hilo inasema. So that verse does not show the Sabbath is changed. Kwa hivyo fungu hilo halimaanishi kwamba sabato imebadilishwa. Let's go to our second of 3 key verses. Twende katika fungu letu la pili kati ya matatu ambayo yamesalia. John chapter 20 Kitabu cha Yohana 20 and verse 19. mstari wake wa 19. Yohana 20 mstari wake wa 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. Some people say Watu wengine wamesema the disciples are assembled together. kwamba wanafunzi walikuwa wamejikusanya pamoja. This must be a worship service. Lazima hii ilikuwa ni ibada ambayo wamekusanyika. The disciples must be having a Sabbath worship service Lazima wanafunzi walikuwa na ibada ya sabato on the first day of the week. siku ya kwanza ya juma. But notice carefully, Lakini angalia kwa umakini, why are the disciples assembled together on the first day ni of the kwa week? nini wanafunzi wamejikusanyika pamoja siku ya kwanza ya juma? Do you see the answer in the verse? Je, umeona jibu katika fungu hilo? They assembled together for fear of the Jews. Walikuwa wamejikusanya kwa sababu ya uoga ya Wayahudi. They were afraid. Walikuwa wanaogopa. They were going to be killed Walihisi kwamba wangeuawa just like Jesus was jinsi killed. Yesu alivyouawa. They're not assembling for a specific worship service. Hawakuwa wamejikusanya kwa sababu ya ibada haswa. The Bible is plain, Biblia ipo wazi, very clear. iko wazi kabisa. It does not suggest a change Hakuna mahali inapendekeza badiliko from the seventh day kutoka siku ya 7 to the first day. hadi siku ya kwanza. Does this make sense? Je, mnaelewa vizuri? Amen. 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 Now let's look at our third key text that people try to use Tuangalie fungu letu la mwisho la tatu ambao watu wanapenda kutumia to give Bible support kupeana hakikisho la Biblia for worship on Sunday. kwa ibada ya siku ya Jumapili.
Acts chapter 20, kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura 20 verses 7 through 9. mstari wa 7 hadi wa 9. Acts chapter 20, Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 20 mstari wa verses 7 7 through 9. hadi wa 9. And the Bible reads, upon the first day of the week, when the disciples came together to break the bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there was many lights in the upper chamber, where they were gathered together. And there sat in window a certain young man named Eutychus, being fallen into deep sleep. And as Paul was long preaching, he sank down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead. This is a very interesting passage, Hiki ni kisa cha kisumiwa sana, because the great apostle Paul kwa sababu mtumishi Paulo is preaching to many believers, alikuwa anahubiria watu wengi, and it says he preached long. na inasema alihubiri muda mrefu. Do you like long-winded preachers? Je, mnapenda wahubiri ambao wanahubiri kwa muda mrefu? If they are preaching God's word, amen. Kama wanahubiri neno la Mwenyezi Mungu, amina. Amen. But he preached into the dark hours of the night, Lakini alihubiri mpaka saa za giza za usiku, until midnight. mpaka usiku wa manane. This is actually Saturday night, Actually, wakati inafanyika ni Jumamosi usiku, because the Sabbath is reckoned or counted maanake sabato inapohesabiwa from evening to morning. tunaanza jioni hadi asubuhi. But why are they assembled together for so long on the first day of the week? Lakini ni kwa nini wamejikusanya pamoja kwa muda mrefu siku ya kwanza ya juma? First of all, Jambo la kwanza, they were meeting on Sabbath first. walikuwa wanakutana siku ya sabato kwanza. But Paul preached for so long, Lakini Paulo akahubiri kwa muda mrefu he preached into the first day of the week, mpaka ikafika siku ya kwanza ya juma, Saturday night. usiku wa Jumamosi. We need some more information. Tunahitaji maelezo zaidi. The Bible tells us why they were gathered together for so long. Biblia inatueleza kwa nini walikuwa wamekusanyana pamoja kwa muda mrefu. Let's look at verse 38. Tangalia mstari wa 38. Acts chapter 20 verse 38. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 38. If we read the Bible carefully, Tukisoma Biblia kwa makini, read it in context, tukiangalia ndani ya muktadha wake, the answers are there. majibu yako hapo tu. Please read Acts 20 verse 38. Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship. So the Bible says Biblia inasema the reason why they met for so long, sababu ambao walikusanya kwa muda mrefu long into the night, mpaka usiku wa manane, into the first day of the week, siku ya kwanza ya juma ikafika, was not because Sunday was holy, si kwa sababu Jumapili ilikuwa takatifu, because it had been revealed to Paul kwa sababu Paulo alikuwa amefunuliwa that he would see their faces no more. kwamba hata waona tena. In other words, he was going to die, Kwa lugha nyingine, Paulo alikuwa anaenda kufariki, and this was his last opportunity na ilikuwa ni fursa yake ya mwisho hii to preach God's word to them. kuwahubiria neno la Mwenyezi Mungu. That is why they continued on to the first Ndio day of the maana week. walihubiri mpaka siku ya kwanza ya juma. So let's ask these questions again. Tuulize maswali haya tena. Does this passage Je, fungu hili say that God changed inasema kwamba Mungu alibadili the first day of the week siku ya kwanza ya to juma become Sabbath? kuwa sabato? No. Does it say he rested on the first day? Je, inasema alipumzika siku ya Does it kwanza? say that he blessed the seventh Je, first inasema day? alibariki siku ya kwanza? Does it say he sanctified the Je, first day? inasema alitakasa siku ya It kwanza? does not. Haisemi hivyo. Brothers and sisters, Ndugu na dada, there is no evidence in the Bible hakuna ushahidi ndani ya Biblia, for even a tiny piece of evidence hata chembe ndogo la ushahidi that the Sabbath has been changed kwamba sabato imebadilishwa from the seventh day kutoka siku ya saba to the first day. hadi siku ya kwanza. A memorial does not change what happened in the Kumbukumbu past. haibadili tukio la pale nyuma. The Sabbath is a memorial Sabato ni kumbukumbu given by God. imepeana na Mwenyezi Mungu.
What have we learned about the character of God? Tumejifunza nini kuhusu tabia ya Mwenyezi Mungu? Malachi 3 and verse 6. Malaki 3 mstari wa 6. A key principle about who God is and his character. Ni swala la pekee kuhusu tabia ya Mungu na yeye ni nani haswa. Malaki 3 mstari wake wa 6. Bible says, "For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." I am the Lord, I change not. Mimi ni Mungu, sina kigeugeu. That's a parallel verse. Hilo ni fungu ambalo linaendana sawa to Hebrews 13:8. na Waibrania 13 mstari wa 8. Jesus Christ, Yesu Kristo the same yesterday ni yule jana and today na leo and forever. na hata milele. I change not. Hasibadiliki. The Sabbath Sabato has not been changed. haijabadilishwa. If that is clear to you, please say amen. Kama ipo wazi tuseme amina. So how Ni vipi has there been a change badiliko hili in some people's minds katika mawazo ya watu fulani that the Sabbath has been changed? kwamba sabato imebadilika? Why? Sababu ya kwanza, Did God know this beforehand? je, Mungu alijua hili kabla? What do you think? Je, unafikiri vipi? Yes. Ndiyo. Yes. Ndiyo. God defines and describes himself. Mungu anajieleza yeye. Isaiah 46:9 and 10. Kitabu cha Isaya 46 mstari wa 9 na 10. Remember the former things of old. Eka kumbukumbu ya mambo ya zamani. For I am God, manake mimi ni Mungu, and there is none like me. na wala hapana aliye kama mimi. Declaring the end, nitangazaye mwisho from the beginning, tangu mwanzo, and from ancient times, na kutokea mambo ya kale, the things that are not yet done. mambo ambayo bado hayajakuwa, saying, nikisema, my counsel shall stand, shauri langu litasimama, and I will do all my pleasure. na nitafanya yale niyatakayo. God knows the end from the beginning. Mungu anajua mwisho tangu mwanzo. We can trust him with our lives. Tunaweza kumwamini na maisha yetu, because he knows the future, kwa sababu yeye anajua maisha ya kesho, and he loves you, na anakupenda, and he wants you to live with him forever. na anataka uishi na yeye milele. So how did this change come about? Badiliko hili likuja vipi? Let's turn in our Bibles. Tuangalie Biblia zetu. Daniel chapter 7, kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Daniel 7 and verse 25. Danieli 7 mstari wa 25. "And they shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and they think to change times and laws. And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time." This prophecy, unabii huu, describes a power inazungumza kuhusu mamlaka that would rise up at the end of time, ambao utainuka katika siku za mwisho, and make war against God's na people, utafanya vita na watakatifu, and make war against God's holy law, na utafanya vita dhidi ya sheria takatifu ya Mungu, which is the standard in the judgment, ambao ndio kipimo katika hukumu ya the Mungu, standard of character, kipimo cha tabia, the standard of heaven. kipimo cha mbingu. Who would think to change God's law? Ataazimu kubadilisha sheria ya Mwenyezi Mungu. Someone who thinks mtu ambaye anaazimu they are equal or above God, ni watu ambao wanatoshana au wapo juu ya Mwenyezi Mungu, to tamper or change his law. ili uweze kuibadilisha sheria ya Mwenyezi Mungu. Those words we just read fungu ambao tumelisoma tu saizi were written yaliandikwa 2,500 years ago. miaka 2500 iliyopita. That's before I was born. Kabla hajazaliwa. That's before you were born. Kabla hujazaliwa. God knew this a long time ago. Mungu alijua hili miaka mingi ambayo imepita. But it's happening right now. Lakini inafanyika sasa hivi. A power that would think to change. Mamlaka ambayo ataazimu kubadili God's times and laws. Wakati, nyakati na sheria za Mwenyezi Mungu. That's a direct reference hili linaeleza moja kwa moja to the commandments of God. Kwa amri za Mungu haswa. We learned earlier this week. Tulijifunza mapema juma hili. In Psalm 19 verse 7. Katika kitabu cha Zaburi 19 mstari wa 7. The law of the Lord sheria ya Mwenyezi Mungu is perfect. Ni kamilifu. Converting the soul. Huibadilisha, huiwisha moyo. It does not need to be changed. Haihitaji kubadilishwa. It will never be changed. Haitawahi kubadilishwa.
But man has attempted to change God's law. lakini mwanadamu amejaribu kuibadili sheria ya Mwenyezi Let's go to Mungu. another Bible verse Tuende katika fungu lingine la and Biblia. see when this power would begin to operate. Tuangalie ufalme huu utaanza kufanya kazi lini. 2 Thessalonians Kitabu cha Wathesalonike wa pili, chapter 2 sura yake ni ya pili, and verse 7. mstari wake wa 7. 2 Thessalonians chapter 2 Wathesalonike ni wa pili, sura ya pili, and verse 7. mstari wake wa 7. For the mystery of iniquity doth already work. Only he will now let until it be taken out of the way. Paul is writing in the first century, Paulo anaandika kwenye karne ya kwanza, shortly after Jesus' death on the cross. baada ya kifo cha Yesu muda mfupi pale And msalabani, he says, na anasema the mystery of iniquity siri kubwa ya uovu is already trying to work. tayari imeanza kufanya kazi, Already trying to make efforts tayari imeanza kufanya jitihada to undermine God's law ili kwamba ikaikandamize sheria ya Mwenyezi Mungu, and turn people away from God iwageuze watu watoke kwa Mwenyezi Mungu, and cause them to be lost. ili ifanye sheria ya Mwenyezi Mungu ipotee. History tells us Historia inatuambia this power mamlaka haya began to grow and grow. ilianza kukua na kukua. In AD 321, Mwaka wa AD 321 there was a Roman emperor kulikuwa na kiongozi wa Kirumi named Constantine, aliyekuwa akiitwa Konstantino. and he passed the first law Alipitisha sheria ya kwanza requiring people iliyohitaji watu to rest kupumzika on the first day of the week. siku ya kwanza ya juma. Why did he do this? Kwa nini alifanya hivi? Constantine was a pagan from birth, Konstantino alikuwa katika dini ya kishenzi kutokea mwanzo alipozaliwa, but as he got older, lakini alipozidi kuwa he wanted political power, alitaka mamlaka ya kisiasa, and he saw Christianity na aliona Ukristo as a way of gaining power ni njia ya kupata mamlaka hayo and influence. na ushawishi huo. So he supposedly converted, Akajifanya kana kwamba amengoka, but it was a nominal conversion, lakini ilikuwa ni kuongoka bandia. in name only. Alikuwa tu ni kuongoka kwa jina. He professed to be a Christian, Alitangaza kwamba ni Mkristo, but his heart was not converted lakini moyo wake ulikuwa haujaongoka to truly follow all of God's will. ili afuate mapenzi na matakwa yote ya Mungu. As a pagan, Kama aliyekuwa akishiriki dini ya kishenzi, they worship the sun. walikuwa wanaabudu jua. The first day of the week Siku ya kwanza ya juma has been a day special to pagans imekuwa ni siku spesheli kwa wenye kwenye dini ya kishenzi, to worship the sun kuabudu jua, and have festivals of pagan worship. ili wawe na sherehe za ibada ya kishenzi. So he thought, Alifikiria if he could have people rest on Sunday, kama watu wangepumzika siku ya Jumapili, Christians would also want to worship on that day. Wakristo pia wangetaka kuabudu siku hiyo. As we continue forward in history, Tunapoendelea kufuata historia, we find there is a power, though, tunapata kwamba kuna mamlaka that claims the authority to change God's law. ambao wanadai kuwa na ruhusa ya kuibadilisha sheria ya Mwenyezi Mungu. That power Mamlaka hayo is ni the Roman Catholic Church. Rumi ya Kikatoliki, ama kanisa la Rumi ya Kikatoliki. If you read their Roman Catholic Catechism, Ukisoma katika hizo ya Katoliki, they ask questions. wanauliza maswali. One of the questions is, Swali moja ambao wanauliza, what day is the Sabbath? siku gani ni siku ya Sabato? Then the answer they give Jibu analolipeana is the seventh day. ni siku ya saba, That is correct. ambao ni sawa. But the next question Lakini swali ambalo linafuata asks, inauliza, why do we worship on the first day of the week? mbona tunaabudu siku ya kwanza ya juma, Jumapili? And their answer is Na jibu lao ni that by the power that they have themselves, kwa mamlaka walio nao wao wenyewe, they changed the Sabbath waliibadili Sabato from the seventh day to the kutoka first siku day ya saba hadi siku ya kwanza, by their own power kwa mamlaka yao wenyewe and their own authority. na ushawishi wao wenyewe. They claim this, but it is not given by God. Wanadai hivi, lakini si Mungu aliyeipeana. Do you see, this is not biblical, Je, unaona kwamba hii haiambatani na Biblia, but rather following man's tradition? lakini kufuata tamaduni za wanadamu? In the last days, Katika siku za mwisho we will be called tutaitwa
to follow either man, ili tumfuate mwanadamu, man's traditions, tamaduni za wanadamu, or the word of God. ama neno la Mwenyezi Mungu. God's word Neno la Mwenyezi Mungu is the only thing we can base our lives on. ndio kitu tu ambacho tunaweza kutegemeza maisha yetu kwayo. Matthew 24:35 Kitabu says, cha Mathayo 24 mstari wa 35 inasema, heaven and earth shall pass away, mbingu na nchi zitapita, but my word lakini shall not pass neno away. langu halitapita. God's word is sure. Neno la Mungu ni hakika. God's disciples always faithfully follow his word. Wanafunzi wa Yesu Kristo kila mara wanafuata neno lake kwa uaminifu. If we have to choose between following man's laws, kama lazima tuchague kufuata sheria za mwanadamu, or following God's laws, ama kufuata sheria za Mungu, what should we do? tunapaswa kuchagua gani? Let's look at a Bible verse. Tuangalie fungu la Biblia, Acts chapter 5, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya and 5 verse 29. mstari wa 29. As we look in prophecy, tunapoangalia katika unabii, we know a time is coming tunajua kwamba muda unakuja when man's laws ambao sheria za mwanadamu will be forced zitalazimishwa above God's laws. juu ya sheria ya Mungu. Who will we give our loyalty? Tutapeana uaminifu wetu kwa nani? Who will we follow? Tutamfuata nani? Acts 5:29. Kitabu cha Matendo ya Mitume 5:29, soma. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. That is a key principle Hiko ni swala la muhimu sana that we must always keep with us. ambao lazima tuitunze. We are law-abiding citizens. Sisi ni wazalendo wazuri katika nchi zetu. Romans 13 says we should follow man's laws. Warumi 13 tunasema tunapaswa kufuata sheria za wanadamu unless there is a conflict mpaka tu mahali na itilifiana between man's laws kati ya sheria za mwanadamu and God's law. na sheria ya Mungu. If there is a conflict, kama kuna mahali hapako sawa, the principle is itikadi ni kwamba we ought to obey God. Tunapaswa kumtii Mungu. I repeat, ninarejelea, we ought to obey tunapaswa kumtii Mungu rather than man. Lakini sio wanadamu. No matter who it is, haijalishi ni nani, God has the highest right. Mungu ana haki ya juu zaidi, the highest claim, dai ya juu zaidi on our existence, katika kuwepo kwetu, on our salvation, katika ukombozi wetu, on our entire lives, katika maisha yetu kwa ujumla. And we owe him obedience and loyalty. Na sote anatudai uaminifu na utiifu. No matter what. Haijalishi ni nini. No matter what. Haijalishi ni nini. The Sabbath is a sign. Sabato ni ishara of both spiritual and physical rest. Ya pumziko la kiroho na la kimwili. Let's turn in our Bibles. Tuende katika Biblia zetu. Hebrews chapter 4. Kitabu cha Ibrania sura ya 4. Verses 4 through 6. Mstari wa 3 hadi and see, wa 4 hadi wa 6. This is what God wants today. Hivi ndilo Bwana atakavyo leo. For you and for me. Kwa sababu yako na mimi. It is a deep, rich experience. Ni swala kipekee kabisa. A deep relationship. Ni uhusiano wa ndani zaidi with God na Mungu. And the Sabbath is a symbol of that relationship. Na Sabato ni ishara ya uhusiano huu. Hebrews 4 through 6. Kitabu cha Ibrania 4 hadi 6. For he spake in a certain place of the 7th day on this wise, and God did rest the 7th day from all his works. And in this place again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. And then let's read verse 9. Soma mstari wa 9 sasa. There remaineth therefore a rest to the people of God. There remains. Basi pamesalia. There continues. Kunaendelea. A rest. Pumziko. A rest of salvation. Pumziko la ukombozi. A rest of eternal life. Pumziko la maisha ya uzima wa milele. The Sabbath is a sign of. Sabato ambayo ni ishara yake. Between God and his people. Manake kati ya Mungu na watu wake. It remains. Inasalia. It continues. Inaendelea. Because it is eternal. Kwa sababu ni milele. God's eternal memorial. Mungu ishara yake ya milele. Of our relationship with him. Ya uhusiano wetu na yeye. He is our creator. Yeye ni muumbaji wetu. We are his creation. Sisi ni viumbe vyake. And we love him because he is our creator. Na tunampenda kwa sababu yeye ni muumbaji wetu. I hope today, ninaamini ya kwamba leo this message has been clear. Ujumbe huu umekuwa wazi.
Because we started at the beginning, kwa sababu tulianza kutokea mwanzo, noticing the devil is very deceptive. tukiangalia kwamba shetani ni mdanganyifu sana. And the Bible Na said Biblia inasema the devil deceives the whole world. shetani anaudanganya ulimwengu wote. He is trying to deceive the whole world. Anajaribu kuudanganya ulimwengu wote. But the only way we can be safe Njia pekee ambayo tunaweza kuwa salama is to be reading the Bible. ni kuisoma Biblia. John 17 verse 17 Kitabu says, cha Yohana 17:17 inasema, sanctify them through thy truth. watakase kwa neno lako. Thy word is truth. Neno lako ni kweli. This is our safety. Hii ndiyo usalama wetu In a world of deception, katika ulimwengu wenye madanganyo. I want to be faithful to God. Nataka niwe mwaminifu kwa neno I lake. want to be his disciple. Nataka niwe mwanafunzi wake. I want to worship the Creator Nataka nimuabudu Muumbaji and not follow man's na tradition. nisifuate tamaduni za wanadamu. That is your decision today. Kama ndilo ombi lako leo, Would you raise your hand? je, unatamani kunyosha mkono wako juu? God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki. Thank you. Let's continue to study our Bible. Tuendelee kusoma Biblia zetu. Bwana ametupatia nafasi ya kipekee wapenzi, ili kwamba kweli ya neno lake iweze kufunuliwa kwetu. Na Mungu anatamani ya kwamba baada ya yote kusikika na kusemeka, Waebrania 4:9 imesema imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu wanaotusikia kutoka masokoni kule ndani, madukani kule kando. Ujumbe huu umekuja kwako, na kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, imesalia raha ya sabato kwa ajili yako. Na Mungu anawaandaa watu ambao hatimaye watampenda zaidi ya tamaduni za ulimwengu huu, watampenda zaidi ya mapokeo ya watu, watampenda zaidi ya kasumba ambazo wamerithishwa, watafuata neno lake tu. Kwa hivyo, msikilizaji wetu mpendwa, tunakualika katika utunzaji wa sabato takatifu, tunakualika katika kuifuata sheria ya Mungu kwa ukamilifu, tunakualika kumwabudu Bwana wa sabato kama alivyoelekeza yeye mwenyewe. Na sisi hapa tumeamua kumfuata Yesu Kristo, tumeamua kufuata makusudi yake, tumeamua kuenenda katika njia ambayo anataka tuende. Na wote jioni hii wanaosema, Bwana, kwa sababu umetupatia maelekezo kutoka kwenye neno lako, kwa sababu umezungumza na mioyo yetu, tunatamani na sisi tukuchague kufuata mahusia yako. Kama ni ombi lako jioni, kwa nini usisimame mahali ambapo uko? Nasema, Bwana, kwa neema yako tunatamani tuyafuate mahusia yako, tuyafuate yale ambayo umetuelekeza, tuliamini neno lako tu. Bwana, kubariki namna ulivyosimama. Ikiwa umesikia ujumbe huu kwa mara ya kwanza na umeugusa moyo wako na unatamani kupiga hatua kipekee kuanza kuitunza sabato ya kweli ya Biblia, tunakualika baada ya somo hili unaweza kuja tu hapa mbele ukatuona, ili kwamba kama una maswali yapate kujibiwa. Kama ungependa kupiga hatua ya kuanza kuitunza sabato, tukupatie maelekezo. Lakini nakushauri kama Yoshua alivyosema, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kama ni kuisikia sauti ya Yesu ama sauti ya viongozi wa dini, kama ni kuisikia neno la Mungu ama neno la kiongozi wa kanisa. Bwana akubariki unapoazimia kufuata neno lake tu. Mchungaji Brian atatufungia kwa ombi jioni hii ya kipekee. Pastor, kindly pray with us. Our gracious Father in heaven, we are so thankful that you created us, that you have given us life, that you have a plan and a purpose for every one of us, that you have called us to be your sons, you have called us to be your daughters, you have called us to be your children. You long to see us with you in heaven for all eternity. Lord, as we live on this earth, there is much darkness, but in your word, the Bible says, it is a lamp unto our feet and a light unto our paths. Help us to stay close to our Bibles. This will keep us close to Jesus Christ. Help us to honor your Sabbath, to keep it holy, to refrain from work, to refrain from labor, to tell others of the covenant, the blessing of connection with God through keeping his Sabbath holy. Amen. Lord, give us grace, give us strength, give us more of your Spirit to live for you,
that we may be ready when Jesus comes soon and very soon. May everyone under the sound of my voice be saved when the roll is called up yonder. May we all say, by God's grace, I will be there. I will be faithful to God, though the heavens fall. I will follow God, no matter what man says. Keep us in your grace. Keep us in your love. And may we be a blessing to others around us today, is our humble and earnest prayer. Let all of God's people say, Amen and amen. Amina, amina, amina. Thank you, Pastor. Mungu awabariki sana. Ninaambiwa kuna kwaya inapaswa kuimba tunapotoka. Haya.